amekuona, amekuona, ameniona. Shukuru Bwana ni mwema, mshukuru Bwana ni mwema, mshukuru Bwana ni mwema, mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, ametutenda wema, fadhili zake za milele. Haya, pigia Yesu shangwe na vigelegele, pigia Yesu makofi, piga, 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 mikono juu, 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 shangwe na vigelegele kwa Yesu. Natawala milele, 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 milele, Yesu milele, milele, oh milele, milele, pokea sifa, Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, Baba twakuinua, twasema pokea sifa, Baba twakutukuza, twasema pokea sifa, 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 pokea sifa. Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, inua mikono useme ni Bwana, inua mikono yako useme ni Bwana, inua mikono useme ni Bwana Yesu, inua mikono yako useme ni Bwana, salimia jirani yako, mwambie anaweza, Yesu ni Bwana. Salimia huyo mwingine, mwambie ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia huyo mwingine, mwambie ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana.
Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, mama unajua anakupenda huyu Yesu, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, mama unajua anakupenda, sio mwambie ananipenda huyu Yesu, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Anatupenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Yeye ni mwema Bwana. Yeye ni mwema Yesu. Yeye ni mwema Yesu. Yeye ni mwema Mwokozi. Yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Imba. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia, Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia, Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia, Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia, Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana wa mabwana, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana wa mabwana, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Ni uzima, ni uzima Bwana, ni uzima, ni uzima, ni uzima, ni uzima, ni uzima Bwana, ni uzima. Peperusha mikono yako juu kwa Yesu. Peperusha mikono kwa Yesu. Peperusha mikono. Peperusha mikono. Peperusha kwa Yesu. Peperusha mikono. Kama unapenda Yesu, mikono juu. Kama unapenda Yesu, mikono juu. Haya, mikono juu, zungusha mikono yako. Wewe dansi wewe. Dansi mikono.
mikono juu, 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 shangwe na vigelegele kwa Yesu. Kainua gari yako, Go
Yesu Tũgasemania tutikarĩra tutikarĩra Tũgasemania Tũtikarĩra Tũtikarĩra Tũgasemania gũkinyũkia kahora Erekeire amatinĩ na nĩnjũĩ nĩgakinya ngahurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ndikahũta kana nyote rĩrĩa ngũigua ta ikĩnoga mũingĩ nĩheagwo ngomĩrĩria ngarathimwo ngakinyũkia rũgendo-inĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ndikahũta kana nyote yakwa na itimũ rĩakwa Nĩmandĩko ma Mwathani ndĩthiaga oro hamwe nĩ irio ciakwa rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ndikahũta kana nyote njikaraga njũthĩrĩrie thũmbĩ Wajega Nari waingĩ maratomo malecagĩrĩirie makiuma thĩ na ũrutani mũingĩ ndĩthiaga thĩinĩ wa roho ngahoyaga thĩinĩ wa roho thĩinĩ wa roho kana nĩwe mũtongoria wa mathiaga thĩinĩ wa roho ngahoyaga thĩinĩ wa roho thĩinĩ wa roho kana nĩwe mũtongoria wa Israeli maremera Ngai Yahitu na Yetuge makiremo negũthiĩ rũgendo tondũ matiarĩ na kĩonereria ndĩthiaga thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ihinda rĩrĩ nĩngũconereria ta iria cia Mwathani cikĩrũa na magaita merũ akĩraho matingĩatheka ndĩthiaga thĩinĩ wa roho ndĩthiĩ ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ihinda rĩrĩ nĩngũconereria nyamũ cia iria cia Mwathani cikĩrũa na magaita merũ makĩraha matingĩatheka ndĩthiaga thĩinĩ wa roho naniĩ ngahoyaga thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wakwa ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ndahoyaga thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wakwa thutha wa nduma nene ũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩ gĩotuko rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno iraya rĩothe athiku marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao maikagĩrĩra thutha-inĩ thutha wa nduma nene nĩkũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩ gĩotuko rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno
tuma ngoro yakwa ikaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia gũtirĩ ũtendete kwendwo ona niĩ ndiendete kwendwo ona niĩ ndiendete kwendwo wendo wĩcama kwĩngĩ ngoro yakwa nĩ ĩrakena ngoro yakwa ĩgatuma ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia ĩrakena ngoro yakwa ĩgatuma ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia shangwe na vigeregere. Piga makofi, piga makofi, piga makofi na useme shangwe na vigeregere kidogo. Cheza kidogo. Nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Nimedungwa sindano ya Baba, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano kama umedungwa sindano. Nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Nimedungwa sindano kama umedungwa Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Piga makofi kidogo. Bururi wale memoyo bururi, haleluya. Bururi wale memoyo bururi yokarogama. Bururi wale memoyo bururi yokarogama. Bururi wale memoyo bururi, haleluya. Bururi wale memoyo bururi yokarogama. Utukufu kwa Bwana Yesu, haleluya. Utukufu kwa Mwokozi, haleluya. Utukufu kwa Yesu, haleluya. Masaika Yesu kachilanga jenda, masaika Yesu kachilanga jenda, haleluya, haleluya. Kachilanga jenda, haleluya, haleluya. Kachilanga jenda, masaika Yesu kachilanga jenda, masaika Yesu kachilanga jenda, haleluya, kachilanga jenda, haleluya, haleluya. Kachilanga Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu ambonyanga, Yesu ambonyanga, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu ambonyanga, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu. Utukufu kwa Mwokozi Yesu. Hii damu imetufanya tunasimama usiku wa leo. Utukufu na Bwana, utukufu na Bwana, utukufu kwa Yesu. Twakuinua Bwana wa mabwana, twakuinua umetutenda mema. Bwana wa mabwana, twakuinua tunakuinua Mungu wa miungu yote, uinuliwe umetutenda mema. Bwana wa mabwana,
jioni leo twakuinua, umetutenda mema. Bwana wa mabwana, inuliwe Bwana, umetenda mema. Tunakuinua mwamba wa wokovu wetu, twakuinua, umetutenda mema. Bwana Yesu, uinuliwe siku zote, umetenda mema. Tunakuinua Mungu wa uzima, uinuliwe, umetenda mema. Bwana Yesu, uinuliwe, umetenda mema. Tunakuinua, ndiwe ngao yetu, uinuliwe, umetenda mema. Bwana Yesu, uinuliwe Bwana, umetenda mema. Tunakuinua, ndiwe mfalme mkuu, uinuliwe, umetenda mema. Bwana Yesu, Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Tunakuinua, ndiwe ngao yetu, uinuliwe, umetenda mema. Bwana Yesu, Bwana wa mabwana, siku zote, umetenda mema. Tunakuinua Mungu wa miungu yote, twakuinua, umetutenda mema. Bwana Yesu, Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Umetenda mema, Masia Yesu, umetenda maajabu, usifiwe unayotenda mema, uhimidiwe unayotenda mambo ya ajabu, umetenda mema. Bwana Yesu, umetenda mema, hivi leo unatenda mema, Bwana unatenda mema, umetenda mema. And we clap our hands to the King of Kings and the Lord of Lords. We give him the glory, we give him the honor, for him alone is worthy. Utukufu na Mwokozi Yesu. Jehovah Shammah,
kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza. Tazama kama risasi ndani ya maji makuu. Ee Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Wewe umejaa utukufu, Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, wewe uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza. wote wakafanya nini? Wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Inuliwe Bwana Yesu, wewe ni mwema. Bwana inuliwe milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana asifiwe, usifu milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe wewe ni mwema, wewe ni mwema. Usifiwe Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana utukuzwe milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana inuliwe, inuliwe, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe, inuliwe, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Usifiwe, usifiwe, usifiwe milele yote. Utukuzwe Bwana, utukuzwe Yesu, wewe ni mwema. Amekuimeshara Kristo Jesus, kuwa wewe ni mwema Bwana. Fadhili zako ni za milele, uaminifu wako ni wa milele. Utukuzwe, tukuzwe, tukuzwe, tukuzwe. Tunakuabudu Bwana, utukuzwe Mwana wa Mungu. Hakuna Mungu mwingine ila wewe, peke yako wa kuabudiwa, peke yako wa kuabudiwa. Haleluya. Bwana leo inuliwe, Baba inuliwe, Mungu inuliwe, inuliwe
unastahili Jesus' name. And we lift our hands to the King of Kings and the Lord of Lords. Even as we declare praise and glory, blessing and honor to the great I am that I am. Bwana ipokee utukufu. Kwa wewe umestahili. Umestahili Mungu wetu na Bwana wetu. Bwana umestahili. Wewe peke yako wa kuabudiwa. Kando yako hakuna mwingine. Juu ya miungu unatawala. Juu ya hekima na maarifa yote ni wewe Bwana. Wewe ni wewe Bwana. Hakuna kama wewe. Wewe wa kwanza, wewe wa mwisho. And we give you glory, Lord, as we honor you. We give you all the glory tonight as we honor you. You're wonderful. You're wonderful. You're the Lord. We give you all the glory and we honor you. We give you glory tonight, Lord, as we honor you. You're wonderful and you're worthy, oh Lord. You're wonderful, you're worthy, oh Lord. Receive all the glory tonight, Lord. We give you glory, Lord, as we honor you, the Lord of our lives. We give you glory, Lord, as we honor you, keeper of our soul, and you worthy of our worship. You worthy of all our worship, Jesus. Father, receive the glory tonight. We give you glory, Jesus. Your glorious name we honor tonight. We give you all the glory, yes, we honor you. You're wonderful, Jesus. You're worthy. You're wonderful. Umestahili sifa, wewe wajabu. Umestahili sifa, wajabu Yesu, wewe wajabu. Umestahili sifa, wajabu, wewe wajabu. Wastahili ajabu, umestahili sifa, wewe wajabu. Umestahili sifa, umestahili Yesu, wewe wajabu, Bwana Yesu, umestahili sifa, wewe wajabu.
wastahili Bwana, umestahili kuabudiwa, umestahili Bwana Yesu, umestahili kuabudiwa, umestahili, wewe ndiwe Bwana, unastahili kuabudiwa, wewe Bwana wa mabwana, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, hakuna Mungu kama wewe, unastahili, wewe ni Mungu wa miungu yote, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, wewe ni Bwana juu ya mabwana wote, unastahili, Asiya umestahili, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, nasi tunakuabudu wewe Bwana, tunakuabudu unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, peke yako ndiwe Bwana, wewe Mungu wa utukufu, wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mfalme wa amani, wewe ni Mungu wa uzima, things are too Lord, wale unatuwevya mawashi, mfalme wa amani, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili umestahili kuinuliwa, wastahili ewe Yesu, umestahili kuabudiwa, umestahili sina Mungu kama wewe, mwenye nguvu namna hii, hakuna Mungu kama wewe, umejaa nguvu namna hii, kuna Mungu kama wewe, una uwezo namna hii, hakuna mwingine kama wewe, una nguvu namna, wewe umestahili, umestahili Mungu wangu wewe Bwana Yesu, umestahili Bwana, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu yote, unastahili kuabudiwa, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, umestahili kuabudiwa leo. Ni Mungu wa wokovu wote, umestahili heshima na adhama yote. Kando yako hakuna mwingine, mbele yako hakuna mwingine. Pokea utukufu na sifa na nguvu. Wewe peke yako ndiwe Mungu, wewe peke yako akupewa sifa. You alone are worthy of our worship. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema Bwana Yesu, wewe ni mwema Bwana Yesu.
sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, tukupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, Baba muweza, muweza yote, una nguvu, haushindwi, utukufu, tunakupa sifa, heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, tunakupa heshima na sifa, tunakupa heshima sifa zote. Mungu umetukuka, takatifu, takatifu Bwana wa majeshi, utukufu wako, takatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, wewe Bwana wa majeshi. Dunia yote imejawa na utukufu wako, utukufu, utukufu wako, tunakupa heshima, heshima yote ni yako Bwana, sifa hizi zote ni zako Bwana. Wewe Mungu tunakuinulia sifa na heshima, tukupe heshima na sifa zote. Mungu umetukuka, Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele ulinganishwi na yeyote, ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele ulinganishwi na yeyote,
Ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Umestahili Bwana, umestahili Yesu kuabudiwa. Umestahili kuinuliwa Bwana, Yesu. Umestahili kusujudiwa wewe, unastahili Yesu kusujudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Yesu kuabudiwa. Peke yako unastahili kuinuliwa, unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili kusujudiwa, unastahili Yesu kusujudiwa. unastahili Bwana wa mabwana, Yesu Bwana, wastahili kuinuliwa siku zote. Unastahili kuinuliwa, wastahili kusujudiwa Bwana, unastahili Yesu kusujudiwa. Mfalme wa wafalme, Mungu mwenye enzi, tunakuabudu. Wewe ni mfalme juu ya wafalme, mfalme wa wafalme, Mungu wetu Mwenye enzi wewe ni mfalme juu ya wafalme, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye enzi, mfalme wa wafalme, ewe Mungu mwenye enzi, ndio Bwana, tunakuabudu mfalme wetu, tunakuinua. Wewe ni Bwana, kando yako hakuna mwingine. Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye nguvu, tawala juu ya utawala, falme juu ya uweza na nguvu zote, falme juu ya enzi na uweza na usultani wote. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Bwana ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, Baba wa wokovu wetu. Bwana ni wewe tu, Yesu. Bwana ni wewe tu, twakutazamia Bwana, ni wewe tu, kimbilio letu, ni wewe Bwana, maficho yetu, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, wewe ni ngao yetu, ni wewe tu,
ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu, Bwana juu ya mabwana, ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana wangu wewe, ni wewe Bwana, ni wewe mwenye sifa, mwenye tukufu na nguvu, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe ngao yetu, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe tu. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, nasema asante. Tumeziona fadhili zako Bwana, nasema sisi tumeziona wema wako, tumeona fadhili zako Bwana, tunasema tumeziona Bwana, tumeona wema wako, tunasema mimi nimeona, nimeziona fadhili zako asante, asante, wewe ni mwema, Bwana Yesu, asante, nasema asante, wewe ni mwema, Bwana wangu, nasema asante, asante Yesu, wewe ni mwema, asante Bwana, tukipiga mikono yetu tusema asante, wewe ni mwema, wewe Yesu, asante, nasema asante, ukipinulia mikono tusema asante, Bwana Yesu, nasema asante, asante Yesu, asante Bwana wangu Yesu, nasema asante, asante Yesu, wewe ni mwema, asante Bwana wangu, nasema nainua mikono, nasema asante, asante Yesu, wewe asante, Asante.
Thank you, Father. We glorify your name. We honor you and we worship you. This is a wonderful afternoon, a wonderful evening that you've given us. Umetubariki, umetuwezesha, umetufanikisha. Asante. Maana tumekuja kusema na kuomba misamaha ya dhambi zote tulizozifanya kwa makusudio na zile tumefanya bila makusudio. Na kuomba ukatuongoze, ukatubariki na ukatufanikisha. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante. Salimia mwenzako yuko karibu, mwambie karibu tena. Najua ulikaribishwa lakini mwambie karibu tena. Asanteni sana kwa kupata wakati mwingine. Patika hai kidogo. Asante sana kwa kupata wakati mwingine. This is another Friday. A Friday we normally come for what? Kesha ama for what? Repentance. We come to seek the reunion between us and God. Bwana Yesu asifiwe sana. Every time we make mistakes, every time we find ourselves in challenges of life, na kila wakati tunapokutana, Mungu anatuambia tukuje tu na kuja kutubu. Tunamwambia pole, tulitenda hii na hivi. The meaning of repentance is to tell God that indeed tumekukosea. It is that simple. Indeed tumekukosea. Na makosa yetu ndio haya. Na ndio nimekuja kuomba msamaha wa dhambi na makosa yetu kabisa, kutubu kabisa. Ndio tuweze ndio tuweze kukaa katika hali mzuri sana. Otherwise I'm very happy with you. I'm very happy for you kwa sababu naona tumeanza kuzoea kukuja, kuzoea kumtafuta Mungu, kuzoea kutubu dhambi zetu, kuzoea kukaa kwenye mapenzi ya Mungu. Because when you repent, unarudi kwenye miguu ya Mungu, unarudi kwenye mapenzi ya Mungu na unaishi katika njia Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na this one inakusababishianga unakaa kwenye mkono wa kulia wa Mungu. Our repentance always inakusababisha unakaa kwenye mkono nani? Wa kulia wa Mungu. And when you sit on the right hand side of God, it means God has taken you over. Amekubeba, amekushika mkono ndio aweze kukupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini when uko kwenye mkono wa kushoto bado unajipigania. Most of us tuko kwenye mkono wa kushoto wa Mungu. Bado unang'ang'ana kwenye maisha. Bado unapigana ndio uweze kufaulu. But when you sit in the right hand side of God, God takes over. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako God takes what? Mwambie God takes over every battle in your life. And you are going to win every single battle without lifting a hand. Because God is holding you. God is taking care of you. God is handling all your situations. Bwana asifiwe sana. And because of that, because of the repentance, sitahubiri sana. Nataka nichukue muda mfupi sana. Ndio nikupatie muda wa kupiga magoti chini na kumulilia Mungu, kumuita. Wakati mwingi, wakati takuwa tukikuja repentance, ibada za kurepent, don't take time also. Worship, wakiworship kwa nyimbo, usichukue muda pia na wewe kuimba kama wenye wanaimba. Chukua huo muda kumuita Mungu. Chukua hiyo muda kulala chini sakafuni, kupiga magoti sakafuni, kufanya jambo, kuinua mikono yako juu, unamlilia Mungu, unamwambia Mungu, najua nimetenda dhambi, nimefanya mambo ambayo sio mazuri, nimefanya usherati, nimesengenya, nimesukuma watu vibaya. Na wakati huo ndio unachukua muda. You have attracted. The reason we have the worship, praise and worship team, it is to open the heavens so that you can be able to access. The moment the heavens are open, you access. Unapata access
zuri sana ya binguni, na unapata maelekezo kutoka hapo. Unasikia angels are speaking to you, unasikia the presence of God is on you, unasikia the power of God is working with you, and that is the moment you engage yourself in the presence of God. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So we must be very 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 tukue watu wa kujua how to bring in the presence of God, because about repentance, before you put yourself, you connect yourself with the systems of heaven, you must be able first to have opened the heaven, because you can't just come immediately, Baba ninakuomba unipe msamaha no. You have to prepare. The moment you prepare and you feel that the presence of God sasa imekuja, that's the time you go to God and tell God, indeed naomba msamaha, indeed nimefanya dhambi hii. Na usidanganywe na mtu ati hujafanya dhambi. Kila mtu amefanya dhambi. Mimi labda nilifanya usherati, wewe labda uliiba sukari. Hiyo ni dhambi, na zote zinafanana. Sasa usio ukisema tu yule ni msherati, mimi nakulaka sukari tu kijiko moja, unasema unafikiria huko sawa. Hauko sawa. Mimi wa usherati na wewe wa sukari kakilo, kajiko, one the same. Sio kama mlikuwa mnajua hivyo? Ama mnajua kuna dhambi kubwa hiki kimutu kilifanya usherati, hata hafai kuingia kanisani, na mimi niliiba bigiji, ama watakuja kanisani kutafuna bigiji hivi, ya pia ni dhambi. Wewe na msherati, one and the same. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to look at this sin. A sin is sin. We don't have a yellow sin, a black sin, or a white sin. Whatever that you have done in life that is sinful, it is sinful. It is counted in heaven as a sin. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore we have to come remorse-free before God and ask God, Father, may you guide us, may you provide us, may you give us, may you do this to us. We seek the presence of God to help us and guide us. I want to look at the book of the Psalms 110. The Psalms 110. We shall be going through it, and also tutaangalia kitabu kingine hapo in the Chronicles, then tutaingia kwenye maombi straight, then tutaomba misamaha, kisha tutarudi hapa tupige magoti, tufanye toba. Kila mtu tufanye toba sisi zote mbele za Mungu, tuweze kubadilisha, kuambia Mungu sasa, I want to be renewed, I want to be looked at kutoka sasa kwenda mbele, because when it is seeking forgiveness, it is seeking forgiveness in totality. Kwa hivyo we must understand, why do we come to church? Why do we come for these keshas? These keshas tumeweza kuzitofautisha. Kuna kesha ya kurepent na kesha ya nini? Yeah, thanksgiving. Those are two most important things in your life. Then when you give your thanks to God, when you come for thanksgiving, is the difference from repenting, because you can never give thanks when you have not repented. Lazima tuna repent kwanza, ndio ukienda mbele za Mungu kubarike, ukue dhabihu, wewe mwenyewe uwe ni dhabihu ya kukubalika mbele za macho za Mungu. Ndio maana tunafanya repentance, alafu tuna move to what? Thanksgiving, because you cannot go before God when you are dirty. You cannot go before God to seek anything from God if you are not well connected to God. You must be connected. You must be a vessel ready to receive, ready to get the anointing, ready to get the blessing, ready to get the clearance. So in the book of Psalms 110, inasema, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies. The Lord says to my Lord. Are you getting me? The Lord says to who? Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Until I make who? Your enemies. It means that God has a provision to subdue your enemies before you. God has provision to subdue those people who are against you. That is why he told Moses that the enemies you are seeing today, you will never see them again.
because I will have subdued them. I will have destroyed them. And that's why the power of repenting, it is allowing God to take control, to take your welfare, to control, to handle your cases, to handle your situation. And then you leave everything to God, and then lifts you, keeps you aside, then he handles your situation. By the time you come back to see what is happening, you find God has taken control of everything, and the enemies you are thinking they are existing, maadui ambao ulikuwa unafikiria wako, unakuta kumbe walishughulikiwa kitambo. Na ndio naambia hautashughulika, maana wote leteni mizigo yenu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leteni what? Mizigo yote kwangu. Mizigo yenu muilete kwangu. Kumaanisha Mungu anataka ulete vitakataka vyote vyako, mipango yako yote, hazira zako zote, chochote ambacho umebebeshwa na shetani, uchukue umpelekee. Na hauwezi kuchukua ukampelekea kama uko na dhambi. That is why sasa ndio tunatafuta misamaha kwanza. Ndio tunatafuta kuunganishwa na Mungu, kutengeneza urafiki na Mungu, kutengeneza mipango hususan na Mungu, kutengeneza njia nzuri ya kupata vibali kati yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot succeed, you cannot have any good relationship with God when wewe bado you are stinking, when wewe bado you have an element that is questionable. Kama bado unamchukia mtu, yuko hapa lakini hamuongei na huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu mulikasirishana. Hiyo ni dhambi. Kama mtu muliongea alafu ulisikia anakusengenya mahali, ukashikwa na mori, ukakasirika. Sasa umekasirika, umefura kama chura, hiyo bado ni dhambi. Hiyo kufura kama chura, hiyo ni nini? Ni dhambi. Na ukiwa na dhambi kama hiyo, naweza kukuhakikishia ya kwamba hauwezi kuona utukufu wa mbinguni, hauwezi kuona baraka, hauwezi kuona vifunguo, hauwezi kuona kitu chochote hakiwezi kufanyika katika maisha yako, kwa sababu kuna baria. The dhambi ambayo uko nayo, hiyo kitu ambacho umebebeshwa kwenye moyo wako na shetani, kinakuwaga ni baria. It is a wall against you and God. Inawekwa tu kuzuia wewe upate baraka. Maana Mungu hazungumzii mioyo ama nyoyo zilizo na uchafu, zilizobebeshwa mizigo, zilizo ambazo zimekuwa na kitu ambacho sio kizuri. When you have bitterness in kwa moyo wako, hiyo ni dhambi. Kama uko na agri, inaitwa agri, if you are agri, yani uko na hasira fulani, wewe, hiyo ni dhambi. Kama uko na kitu nasikia I cannot, nasikia tu unachomeka mpaka kwa tumbo yako, hiyo ni nini? Ni dhambi. Na hizo zote zinachagia kukosa baraka za mbinguni. Maana God will only walk with a vessel that is clean, a vessel that is purely for his kingdom, a vessel that is purely ready to receive the will of God. And therefore you cannot be able to succeed anywhere. Ndio unaona biashara zetu zimekwama, huduma zetu zimekwama, familia zetu zimekwama, ndoa zote zimekwama, because there is something in your heart ambayo sio kilia. Sasa wewe unakujaga hapa, unajua kusoma Biblia kutoka A to Z. Wewe ni muibishaji, unajua kuibisha hapa kabisa. Wewe unajua kuiba, unajua kushika gitaa vizuri, but there is something in your heart ambayo si kilia. When there is something in your heart that is not clear, it makes you not qualified for the benefits of God, not qualified for the services of God, not qualified for the blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God will never bless a heart that is full of deceit, a heart that is full of deceit, the heart that is full of complication. When you are complicated inside you, God will never come and see you through. That's why God requires a humble person, a meek person, a ready person. Yani mtu mnyenyekevu, mtu ambaye anamtafuta Mungu, yani umenyenyekea. You present a vessel presentable before God. Can you ask your neighbor, are you a vessel presentable before God? Wewe ukijiangalia, could you be presented before God? Na kama yes, because yes, of course, mwambie yes. Yes, mwambie yes. But how will you be presented? As a dirty person or as a clean person? As mtu wa masegenyo ama si mtu wa masegenyo? As mtu wa mahasira ama si mtu wa mahasira? As mtu wake sijui ni wa nini?
Bwana Yesu asifiwe sana. Look at your mirror and see yourself. How can you be presented before God? Ukijua kweli Josephine, kale kama mlikuwa mkichota nako maji hapo kwa mfereji, venye umekawachilia maneno matamu, maneno, na ulikuwa umesema na mtaimu siku moja hapo kwa mfereji nitakufundisha, nitakupatia your real dose. Alafu unatoka hapo unakuja kanisani. Bwana asema asante. Bwana nasema asante. Yaani unasema asante, lakini pale kwa mtu kwa mtu pale mlikuwa mnachota maji, kuna mtu ulipatia maneno baka akasikia kweli ameogeleshwa. Unajua kuna wamama wanasugumsaga, wanaachiliaga maneno full, yani sentence 200 haina koma na haina full stop na haina breathe out na breathe in. Yani sentences zote zinakuja kwa mpangilio. Unasikia maneno imepagwa ni kama ilikuwa imeandikwa kwa novel. Bako na shida, huyo ni mtu anaongea ama ni kamashini? Hiyo ni sharahani naongea ama ni nini? Kuna wamama unaweza kufikia, unaweza kama najua mimi nakujaga kama mfano nakujaga pale kwa ofisi. Unakaa tu kidogo, unasikiliza mtu anakuja next, anakuja. Sasa venye unaona anakaa ile style, kuna style atakuja tu uone venye amekuja, anajiachilia kwa kiti mara moja na anaanguka kwa kiti. Bako nasikia hiyo kiti yako imesema kwa imestuka. Hii unajua hapa kuna maneno. Hapa kuna maneno. Sasa hiyo unaonaga nimesoka kidogo kwa sababu unajua hata maneno inaweza kurushwa wewe mwenyewe ushidwe. Uko dunia hii ama uko dunia nyingine. Sasa mama anakuja, anaanza kukuambia story mrefu, upumui na yeye hapumui, anaongea mpaka unashidwa hii ni kompyuta iko ndani ya mdomo ama kuna kitu kingine. Anakuachilia maneno non stop, no full stop, no comma. 5 minutes unaangalia mtu hivi. Sasa hata unamuuliza sasa ungetaka tufanye nini? Anakuongeza kumuuliza tu ungetaka tufanye nini, anachukua dakika nyingine 10 za maelezo. Ukienda tena kumwambia sasa siungoja kidogo nikwambia, anaongeza ingine ngapi? 5 za maneno. Sasa unamwambia sasa tulie kidogo, sasa tuongee. Sasa kutulia wewe, sasa ndio unasikia maneno ile naachiliwa baka unachaga. Sasa ukikaa huko unashindwa nifanye namna gani? Sasa hiyo ndio unaonaga nimechukua kasimu nasema halo hapa hakuna network, na kuondokea pole naambia Joel pale endo abi yule mama akuje hapa. Sasa akikuja hapa najua hapa hakuna maneno ataniambia, nikumshika kumwekelea mkono, naomba sana Mungu wacha aguke, na akiaguka alale kidogo asahau kule yako. Maana kuna watu huwezi taka mkae na yeye siku 2 kwa nyumba. Sijui kama mnajua hivyo. Kuna wamama, wanaume wale wako kwa hii nyumba. Kuna wamama ambao unaweza kuchukua mama. Nilikuwa na kamama kamoja hapa Mukuru kwa Ruben. Kamama tulikosana nako kwa siku moja. Na sikuwa nimemkosea maana nilikuwa namuogopa, maana nilikuwa naishi kwake. Alikuwa amenifuga. Sasa wakati siku moja nilimkosea maana nilienda kuchovia asali kwa neighbor mwingine hapo. Bae akakuja akachungulia akasikiliza sauti. Sijui ni kwa namna gani alifua hata mpaka paja niko. Maana alinisikiliza, aliponisikiliza akasikia venye ninaongea huko. Na huko unajua kwa sababu ni kufugwa hakuna sauti. Sasa huko tulienda nilikuwa na sauti. Mpaka nilikuwa na koroma. Sasa ndio mama ajue. Unajua ukikaliwa sana kule unaenda kwingine unatoaga sauti ya kutoa nini? Marakara ya huko kwingine. Sasa kama mama haka kingine nilikuwa nimekakalia sana. Kumbe pia kalikuwa kanaobaga maombi. Mungu utanisaidia lini kutoka kwa huyu jabasi? Maana walikuwa najulikana, mimi nilikuwa najulikana ni jabasi sugu, jabasi wa bunduki. Sasa kama mama kalikuwa nikiingia nyumba kanaigisa baridi. Kumbe huyu mtu alikuwa amenifuga, alikuwa anakuja ananyemelea akanishika siku moja. Sasa nikasikia mlango kong kong kong. Sasa tukanyamaza. Nikasikia tena kong kong kong. Nikajua ni yeye. Nikazima. Unajua huko Mukuru ni kwa tutaa tule twa karobo. Nikazima. Nikasikia kama mama akaniuliza, akaniona yatawa. Kumbe kalifurahi. Kakajua mwenye kiboko yake imekuja. Kamulago kakapigwa, unajua kule tumulago tomabadi. Kalipigwa tua kakavuguka.
Nikaambia toka tuende. Nilitoka polepole kama kuku amenyeshewa. Nikasikia slap moja chwa, nikawekwa ingine chwa, nikashikiwa hapa, nikapelekwa mahali. Nilipelekwa kwa junction ya barabara. Unajua Mukuru hizo nyumba za mabati ni junction. Aliniweka kwenye junction ya barabara. Sasa wacha anianike, wacha anipatie msomo. Kumbe wa mama wanawekaga story. Ukimwona hivi unaona amepolea hivi, amejishika hivi. Kumbe ni copy, ana copy. Unamkosea leo ana copy. Unamkosea kesho ana copy. Unamkosea lingine ana copy. Unamkosea tena ana copy. Siku ya kuachilia maneno ndio utajua huyu watu wanajua kupanga. Niliachiliwa maneno kutoka ile siku niliingia kwa hiyo nyumba. Hiyo mama alipatiana story venye niliingia, kaguo kale niliingia nako, venye aliniosha, hata venye nilikuwa nakula ni kama mtu anaenda kukufa kesho. Alitagasia ulimwengu mzima. Watu wote najua kwa Islamu watu wote wanakuwa idol. Sasa wakakuja kuchungulia. Wakachungulia sasa ninaachiliwa. Nikigiki komeno. Shaitani eno mumaraya oyo kedu gehiana getagirio ni nguru. Yaani anaachilia kuachilia. Paka unatamani dunia pasuke uende huko chini. That is the most dangerous thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wanawake kama hao mnajihadhari. Na nyinyi wanawake wanasaburi hiyo. Tafadhali. Weka sentence mbili, unaweka full stop kidogo. At least unapatia mtu ana breathe. Hallelujah. So inasema verse 2, the Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. Tupatie Kiswahili tafadhali. Naomba Kiswahili kwa sababu ninahubiri na Kiswahili. Nasipatie Kiswahili. Itakuwa vizuri sana. Mwenyezi Mungu ataeneza enzi yako kutoka Sayuni, utatawala juu ya maadui wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini amekwambia kuja tunongonezane, kuja tukae pamoja, kisha nikubariki tu, nikusaidie, kuja nikubariki, nikupe nguvu. Na kwa hivyo nikishakubariki, kwenye verse 1 inasema Mwenyezi Mungu, verse 2 inasema ataeneza. Mwenyezi Mungu amwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia, hata niwaweke maadui zako chini ya miguu yako. So kuna condition. Njoo katika mkono wangu wa kulia na usipigane, uache nikupiganie. Verse 2, uache nikupiganie. Mwenyezi Mungu ataeneza enzi yako kutoka Sayuni, utatawala juu ya maadui zako wote. Kwa nini? Because uko msafi. Ndio kwa maana Mungu amekuleta kwake. Ndio kwa maana Mungu amekuleta katika mikononi mwake, ndio aweze kukupigania, so that he might fight all the battles that you have, so that he might conquer your enemies. Verse 3, ndio aweze kukushindania. Watu wako watakujia kwa hiari. Siku utakapokwenda kuwapiga maadui juu ya milima mitakatifu, watakujia vijana wako kama umande unaotokeza alfajiri mapema. Umenielewa? Unapokwenda kwenye milima. Kwa hivyo tunafundishwa vita vyetu zinafanyika kwenye nini? Kwenye milima, in the houses of worship. Mahali unaenda kumtafuta Mungu, mahali unaenda kutubu dhambi zako, mahali unaenda katoroni kule kuomba. Kwenye milima ndio nani? Ndio vita vyako utavishinda. Yani utapigana vita lakini ni kwenye milima. Haleluya. Utapigana vita lakini ni wapi? Kwenye milima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, ni kwenye milima vita vinapigano, si kwa mtu, si kwako, si eti kwa sababu tumekosana na wewe na kupiga madondi. Ukinikosea kama bibi yangu, unaenda kwa mlima, naambia Mungu, huyu mwanamke ni wewe uniletea. Huyu mwanamke wewe ndio ulileta kwangu, na hata nilikuwa nimekwambia niko na doubt kidogo, na wewe kaniambia hiyo ndio ubafu yako. Sasa unaanza kumuuliza, kwani ubafu yangu inakuwa chungu namna gani? Haleluya. Najua kuna watu unaweza kuchukua, unasikia kweli hata kama Mungu amesema ni ubafu, lakini ubafu si kama ilitoka, ni kama ilikuwa imewekwa kwa friji, ilikuwa na pilipili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ulirudishwa, ikarudishwa pamoja na pilipili. Lilian, unaweza kufikiria unarudishwa unakuwa pamoja na nini? Na kapilipili. Sasa wakati mwingi nasikia ni uchugu. Anakuambia watu wako, watu wa nani? Wako watakujia kwa hiari. Kwa nani? Kwa hiari. Siku utakapokwenda kuwapiga maadui
Kwa hivyo kuna wakati utaenda kuwapiga maadui. Wapi? Kwenye milima, juu ya milima mitakatifu. Kwa hivyo vita vyako utavipeleka kwenye milima mitakatifu. That is where we win battles. That is where you conquer your enemies. You defeat your enemies not by fighting them, not by doing any battle. Unaenda kwenye milima mitakatifu, unaunganika na kusanyiko la Mungu, kisha you do your battle there. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita si hapa kutukanana na watu, vita si hapa kusegenya watu, vita si hapa kuna mimi nikiwezo zaidi, mkiniweza zaidi naitaka mlima ya Gong. Unajua nyinyi hapa mnakuwa ni kama maadui wangu nyinyi nyote. Sio kama mnaelewaka, kuna wakati mnakuwa maadui. Hata mkiniangalia hivi mnaona naogopaka, naangalia tu hivi unaona nimeangalia kado, nikiangalia tena nimeangalia kado. Ile vita mmeniinulia, ile vita mnakuwa mneninulia. Inabidi niende wapi? Kwenye milima. Ama najivugia hapa ndani na kaa karibu siku mzima nikiwa huko ndani nikililia Mungu, nikwambia Mungu, watu hawa ni wengi na siweza ni na wao. Na wako na ujuzi, na wako na mipango, na wako na nia, na wako na kusudi la kunimaliza. Lakini Mungu, ninajua nikitembea na wewe. Sasa hiyo unajaribu kujiangalia ini ya mira, unajaribu kukumbuka kuna mtu nilifanyia vibaya. Hapana. Unaanza kutoka Made tulikutana na nani? Made tulikuwa na Chepto, nilimkosea. Hapana. Unaanza Tuesday tulikuwa na Josephine nilimkosea. Hapana. Sasa ukipata kwa watu hujakosea, unamaliza huko. Sasa unaanza kukumbuka ni nani ulidanganya kwa simu, unamwambia niko hapa tu nakuja. Kwa sababu hiyo pia ni dhambi. Unaanza kuna yule mtu nilimwambia niko karibu, na sasa hiyo ulikuwa bali, ukamwambia tu nipatie dakika 5, akakupatia dakika 5, haukupatikana. Ama I'm going to call you back. Sasa unagoja, nothing is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe unajua kama kosa kale kanaweza kufanya upigwe ni yaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mjamaa mmoja alikuwa ameuza shamba, sijui kama nimewahi kupatia hiyo story tena. Kuna mjamaa mmoja alikuwa na shamba kubwa, na shamba ilikuwa na nyumba kwenye hiyo shamba. Yaani hiyo shamba it was about 5 acres. Na hapo ndani kulikuwa na nyumba, a big mansionette. Sasa huyu mzee akadecide kuuza shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona niuza shamba? Hapana, akaona acha nitakodisha shamba. Na ule mwenye naye alikuwa anataka si shamba, alikuwa anataka kununua nyumba. So akamwambia mwenyewe, mimi sitaki shamba, nataka nini? Nataka nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee naye akaangalia kuna mahali, sasa unajua kuna mahali tunawekaga koti kwa mahali tunahangi koti yetu. Ukitaka kuenda kazini unahangi mahali hivyo. Na hiyo mahali alikuwa na hang iko katika hiyo nyumba ambayo ilikuwa inanunuliwa. Sasa mwenye nyumba akamwambia hivi ya kwamba nitakuuzia nyumba, lakini kuna kitu nataka tukubaliane. Hii kamshumari yangu ikatakaa hapa ndio nitakuwa nikihangi koti yangu nikienda kulima. Sasa yeye he never saw it. He never saw the bigger picture ya kamshumari haka. Akamwambia kama ni kamshumari hakuna shida, wacha kakae hapo. Si nikuhangi tu koti yako ama bagi yako. Hakuna shida. Lakini mwenye kuuza nyumba aka make sure katika maandishi kamshumari kamewekwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaandika akasema nimeuza nyumba yangu, lakini hii msumari si kuuza, ni yangu. Itakuwa hapo ndio agreement yangu na wewe na mwenye kununua. Hiyo msumari iko hapo. Sasa dismissively yule mwenye alikuwa anaandika hiyo na kusoma kuuzua hakutaka kufuatilia ni kwa nini huyu mzee anasema kamshumari kabaki hapo, na ni kwa nini mzee ameandika maandiko ati kamshumari katakaa hapo. Just it was critical. Lakini people never saw it. So many of us, we do some small covenants, some small things that we do in our life, only to come and find that this thing zimetu hurt, these things zimetutendea maneno mabaya, these things zimetufanya tumeingia katika mitego ya kishetani. Kwa sababu kuingizwa kwenye mitego ya kishetani hauhitaji kitu kikubwa kukuingiza kwenye mitego ya shetani. You need something very small. Na huyo jamaa akasema kamsumari akadismiss, maana kameandikwa, lakini yeye hakutaka kujua ni why is this man including hii kamshumari in the agreement and said agreement. Sasa ikakuwa hivyo na ikakubalika. Sasa wakati mmoja, wakati wa kuchokosa ikafika, maana aliweka hiyo msumari deliberately. Ameuza nyumba, lakini inside him hajauza nyumba. Hii nyumba itakuja kurudi kuwa yake. Sasa ikakaa akakuja akaweka koti yake akahangi akaenda.
kaenda kulima, si ni kwake. Sasa tena kaenda kakaa, kesho ingine akahangi koti, kesho ingine akahangi koti, kesho ingine akafikiria sasa huyu msee mwenye kununua nyumba alikuwa na wageni na hii koti ilikuwa iko na uchafu. Akaambia mwenye koti, kamwambia sasa ondoa hii koti yako, nataka kushikanisha tent ifike hapo ndio niweze. Akamwambia wewe boss, wachana na koti yangu. Akamwambia siko kwa nyumba yangu, I have the right to remove it. Akamwambia please boss, look here and look again. Hii msimari na hapo imeshikilia, it is my property. Akamuuliza namna gani? Nyumba niliuziwa na wewe ndio uliniuzia, and we finished the deal and I don't owe you anything. Akamwambia nenda kwa kitabu mahali tuliandika, nenda usome clause number 5 subsection 1. Akaenda kuangalia clause number 5 subsection 1, akaona imeandikwa msumari haikuuzwa, na hapo hiyo simu imeshikilia msumari bado ni ya mwenye aliuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes we find kuna kama kosa kadogo tulikubalisha shetani kwa sababu it was dismissive. Ni kitu ambacho kilikuwa tu cha kupotelezea, kitu ambacho it was not for kitu ya kuconsider, but this is what has grown as kitu inaitangwa dhambi. Dhambi haikujangi ikiwa kubwa, kadhambi kana kujanga kakiwa kadhuya kama dutu. Wale wameshaikuliwa, ni wangapi wamewahi kukuliwa na dutu? Dutu ni gani? Jiggers. Ni wangapi wamewahi kukuliwa na dutu? Kama mimi nimewahi kukuliwa na dutu kabisa, mpaka hizi makucha za hapa zikainuka hivi. Bwana Yesu asiwe sana. Dutu ikiingia haigiagi kuwa kubwa, kana kuaga kadhuya kadogo, kana kuuma tu unasikia kamwedhoa, alafu unakaigino. Sasa kakiingia ndani kana saka unasikia kamwedhoa, ukingucha na unasikia kamwedhoa katamu. Nasikia kamwedhoa kana kile kana kuja katamu, mpaka unasikia unashinda ukifanya hivi, unashinda ukidhoa hivi, unadhoa hivi. Hivyo ndivyo hiyo dutu inaidaga ikikuwa kubwa, ikijipenyesha, maana ilihitaji mahali padogo pa kuingiza kichwa. Na hiyo ndio napata shida mingi ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu. Ni hiyo kadhuya kaliingia kakiwa kadogo, kakitu unaweza kudismiss at will. Bwana Yesu asifiwe sana. Until such a time, wakati imeingia ndani, imefanya mpaka makucha zako zimeinuka. Unajua inainuanga mpaka kucha zinakaa zimeangalia tu juu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine kama mimi nilikuwa nimekuliwa, hizo zote zilikuwa zimenikula upande huu na upande huu. Hata nikienda nilikuwa naenda namna gani? Ukiona mtu amekuliwa na hiyo dutu, anaendaga hivi. Anaendaga ni kama mtu amewekwa ile mashini ya AI. Sasa anatembeaga namna gani? Anatembeaga hivi. Na sasa mimi nilikuwa bado baka nimekuliwa kwa mkono. Maana hatukuweza. Ilibidi yule mtu alikuja kutusaidia. Alikuja tukatoboa, kisha tukaweka mikono yetu kwa ile dawa ya ng'ombe, ile ya super ile ya kuua gogoni, ile ya kuua ticks. Inaitwa kuhama, inaitwa ticks. Gokoma. Neti gokoma. Nesho mwetaka gohewa. Gekerenyaga. Witoto sietaka gokoma. Gokoma na kwenu mnaziita aje? Zile ticks. Naitaje na kikale? I don't know. Guy. Who don't know? Sasa ilibidi tulikuwa tunawekewa hiyo dawa, tunawekewa kabisa ndio sitakufa. Sasa unakalishwa chini, inaanza kuchibiwa polepole na sindano polepole. Alafu sasa unakuta kamekuwa ni kama kamzungu kamevula namna gani? Kakichwa ni kabulaki, uko kwingine kote ni kwa white. Sasa kutoka hapo tena unawekwa dawa ingine ya kuua hizo viini, kwa sababu kana kuwa na tubego twingi, ukikafinya hivi kana kuwa na tubego twingi ndani. Sasa huto tubego ndio tunazaanaga. Sasa ni kutuua kabisa, tunawekwa hiyo dawa na mikono ikawekwa dawa. Kuna wengine mpaka huko mgogo nakuta kametaba kwa mgogo kana kukula polepole, because you allowed it. Ni kitu ulikubalisha kidogo. Hiyo ka statement ka kwanza ulikubalisha, hako ka mpango ulikubalisha, kalikuwa kadogo, haikuwa kitu kubwa, ilikuwa kitu kidogo sana, lakini wewe ukaipuusia, ukaona ni kama hakuna mahali naenda, kumbe ilikuwa na mpango. Hiyo dhambi
ambayo ni ya kujitafutia, haikujagi na nguvu mingi, inakujaga polepole, inakuja kama kunyemelea mpaka inakuomba ruhusa. Sasa huyo mzee mshumaa ilikuwa hapo, wakati waliletana juu, the following day alienda katafuta ubwa imeosa, akakuja akahangi hapo. Mshumaa ni yake. Bwana Yesu asiwe sana. Na hivyo ndivyo shetani anatufanyanga. Wakati sasa mmeanza kukosana, umeanza kurealize kumbe huyu alikuwa shetani. Sasa hiyo ndio naenda kumwambia shetani, toka katika jina la Yesu, ninakukemea na kakambaba. Kwa sababu you are not genuine, you are not sincere, you have not repented fully. Kesho unakuta shetani ameleta kiubwa, amekihangi hapo. Sasa unakuta ubwa inahangi, inanuka compound mzima. Na hakuna kitu naweza kusema. Mzee akakibia akaenda kuita polisi. Ati kuna mtu amehangi ubwa kwa compound yake. Wakati polisi walikuja waliambiwa, mnajua kusoma maandishi? Basi soma maandishi. Clause 5 subsection this, soma. Hiyo clause 5 subsection this inasema msumari ni ya yule aliyeusa, ni ya Kenyajui. Na imeandikwa subsection C inasema namna gani? Hapo ndio atakuwa akihangi vitu zake. Sasa akaulizwa, hii ubwa ni ya nani? Ni wewe ulileta. Kwa hivyo ni ya nani? Ni yako. Hii inasema namna gani? Utakuwa ukihangi vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unapata watu wengi sasa hapa. Tuko kanisani lakini kuna upande shetani amehangi kiubwa kimeosa. Upande huu mwingine kuna upande shetani amepata nafasi, alitafuta mahali pa kushikilia, alitafuta mahali pa kuishi, yani alitafuta tu kajia kadogo tu, wewe ulidismiss. Kumbe aliingilia kwa kula. Unajua kuna watu wanapenda kukula sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanapenda kukula, hata akishikwa na njaa kidogo unaona baka anatembea kama macho moja imefugika na ingine haijafugika. Ukiona venye anatembea unaona ni kama mtu amewekwa mishumari huko ndani ndio inamfanya atembee. Na anatembea baka unaona huyu mtu ni kukufa anakufa. Kumbe kwenye tumbo ndio kashetani anakaaga. Ati mtu anakosana akikuja asikie mumekula chakula na hamukumubakishia, huyo mtu anapandwa na hasira ya mwaka mzima. Anapitaga tu anasema na kuangalia tu, wewe ulininyima chakula wewe. Anakumbuka baka ile saa ulimnyima. But because katika tumbo yake ndio shetani alipata kanafasi. Kuna wengine katika ulimi yako ndio shetani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine katika macho yako kuonaona ovyo ovyo na kuonaona vitu ambavyo hauvielewi viko kwenye macho yako. And that is the biggest mistake that we make in our life. That you don't want to reconcile. You don't want to surrender your body. Kusurrender mwili wako. Upatiane kwa Yesu. Upatiane nia zako, mwili wako, fikira zako, damu yako, kila kitu. Ndio nabii tusema kaa katika mkono wa kulia. Kukaa kwenye mkono wa kulia ni kumaanisha you have repented your sin. You are clean. You are a vessel that can sit near God. Therefore, once you are not a vessel that can sit near God, it means you are vulnerable. Kuatakiwa utashambuliwa, kulimwa utalimwa at will. You will be beaten up, you will be brought down, you will be destroyed by eventualities that happen in your life. And that's why you find unashikagwa na kaskado kadogo unasikia kamekuweka chini. Kwa nini? Because kuna kakitu, kuna element in you hujaachilia. Kuna element moja ya kitu kidogo tu ambacho hujaachilia. Na hiyo kidogo ni kitu dismissive. Sio kitu ati unaweza kusema ni kubwa. Si dhambi kubwa, ni kadhambi kadogo. Na wewe kulingana na akili zako, kadhambi haka sio kadhambi. Mungu hawezi kuconsider ni dhambi, maana ni kadhambi kanini? Kadogo. But one thing I want to tell you, hakuna dhambi na kadhambi. Dhambi ni dhambi. Hiyo hata hiyo macho ya kukaaga tu naangalia kama mtu hivi na jicho la mapenzi hivi. Hey, you seduce. Is it seductive or seducing? Seducting. What is to seduct? No. Seduct. Si ni kuwapatia watu dawa? Ni sedate. Ni sedate. Na hii ni seduct. Sedate. Seduct. Seduce. Si seductive. I don't think seductive. Seductive si nikupatia mtu kitu mbaya. Is a noun. Okay. Ni noun. Si ningeli ya kwi.
ama ni sida. Bwana Yesu asifiwe sana. We become seductive. Yani unaona kuna vitu ambavyo hufanyika katika maisha yako mpaka unajiuliza, why are these things happening to me, yet I am an intercessor in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Yet I am an usher in the church, yet I am a pastor in the church, yet I am apostle, yet mimi ni archbishop, yet mimi ni bishop, lakini always when I try to do something, kuvuka tu kidogo hivi ninakamatiwa kwa hewa, kwa sababu kuna kakitu kadogo sana ambako wewe mwenyewe hata haukaonangi kama ni kakitu, na hako kakitu ndio kamekusababishia hii matatizo yote uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. So you better look again at your life. You better look again at what is happening around you. Better look again at your hasira, at your brains, at your eyes, at your mouth, at whatever. How many times, what have you done against the will of God? What have you said against people? What have you said against this situation? Ni nini hii ambayo umekuwa ukifanya? Ambayo ni kidogo tu, sio kitu kubwa. Wacha kuangalia matatizo hii kubwa kubwa. Hiyo Mungu anaweza kukusamea hiyo kubwa kubwa. Lakini kuna tudogo uliavoid. Kuna tudogo ambayo haukuchukulia ni kama kitu inaweza kukushika, lakini kube hiyo ndio makosa mahali iko. Ile ulisegenya. Unakumbuka ile siku ulikaa mahali mkiwa na Josephine, mkiwa na Jepto, mkazungumza kuhusu huyu mdemu. Sasa hiyo kakitu na ilikuwa tu passive. It was not serious. You didn't have a bad intention, but kile mlimsegenya. Mnamwona amevaa nguo ingine inakaa hata unashindwa ni ya maruni, na hiyo gari nguo ya maruni si haifai kukua ya kanisa. That alone umekosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo peke yake umekosea. Alafu kuna kitu kingine na kuweka dhambi nyingine ya kulala wakati mko kesha. Kama umewahi kulala ukiwa kesha, ujue hiyo ni dhambi, na ni dhambi ambayo ulidismiss tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nika kitu tu ulidismiss. Maana ni kushoga, ulishoga alafu ukaamuka. Ama ulishoga, ukashoga alafu ukaamuka. Kuna kitu imekupita. Maana wakati Mungu alinituma na maneno hiyo naongea, aliniweka hiyo maneno ndio usikie. Sasa ukikuja ukalala, sasa unakaaje? Mtu akilala usiku analala kana namna gani? Alafu anakasa sigo inakaa kama hivi, na naiweka kamili ndio isiende hivi ama isiende hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize, umewahi kukaa hivi umejikasa? Umekaa hivi, unajaribu kukaa kuangalia aposto, unaona aposto wakiwa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu kufungua jicho, halifunguki, unasikia ni kama limewekwa uga huko ndani. Hiyo ni dhambi. Hiyo hata hiyo kulala kanisani ni dhambi. Maana haukuitwa ukuje ulale kanisani. Na sasa hiyo ni dhambi ambayo hautaweza kutubu. Maana hujui kama ulifanya nini, hujui hata kama ulitenda dhambi. Maana it is normal kudros, si ni normal. Ni normal, but huko mbinguni imeandikwa ni nini? Ni dhambi. Sasa wewe utakuwa ukitubu dhambi ya nini? Ya usherati, unatubu dhambi ya kuiba kitu ya mtu, unatubu dhambi hii, lakini unasahau kulikuwa na dhambi. Sasa hiyo dhambi ambayo wewe mwenyewe hukuiona kama ni dhambi, inakujengea kanyumba kengine kadhabi. Sasa unaanza, shetani amepata mahali pa kuingilia na pa kujenga nyumba. Sasa wewe atakuwa huko. Wewe unakaaga ukijiuliza, ni kwa nini am I facing these challenges? Why are these things happening to me? Why is it happening to me? Until you came to realize kuna vidhambi vingine very much ignorant. Kitu kidogo sana ambacho unaignore. Kitu kidogo sana ambacho kuna wakati uliniona mpaka ukatema mata na uko na ukaenda na ukasahau, kisha ukaendelea kucheka na ulisahau imeandikwa mahali. Na hiyo kitu itakuja kukuuma one day, itakuja kukushikamata. When you be going for the blessings of God, yes, utafunguliwa kitabu cha the book of Chronicles, itafunguliwa. Sasa utapata wanasemaga kuna kitabu na kuna vitabu. Sasa hiyo vitabu vimeandikwa tu vitu vyote ulifanya mahali fulani, tu vitu vyote ulifanya ukiwa katoto, ulifanya hivi, kile ulifanya hivi. Sasa utafunguliwa, iangaliwe, isomwe, ukube ingine hauna makosa, uko msafi, lakini kuna mahali ulifanya ulitupa mtu menyere. Menyere ni nini? Siku moja kutupa menyere. Unajua menyere ni nini? Ulisa huyo menyere ni nini?
Muulize menyere ni nini? Menyere ni nini? Unaona mtu natema mate. Na unarusha huko kado. Sana sana wakati ulikuwa pregnant. Ulikuwa unaona mtu, unaona bwana yako na wakati ulizaa ukasahau. Si unakumbuka wenye ulikuwa unafanya bwana yako? Sasa wakati ulizaa ukasahau na hukutubu ile dhambi. Ile maneno yote ulikuwa na mtusi ukasahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haujawahi tubu hiyo dhambi. Mimi nilienda maternity siku moja kwenda kuangalia na kiherehere yangu, nikataka kwa sababu nini mpenzi, ati ni babe, nilikuwa nampenda. Kuingia tu huko ndani, aliniona kaniita maneno yote inaitagwa dunia hii. Sasa hiyo ni wakati anaambiwa push. Aliponiona akasema ndio ile shetani. Guyeno, komeno. Hiyo yani hiyo maneno mnatoaka wapi mami? Mnatoaka wapi maneno? Yani ni uchugu. Sasa unanitoa uchugu na mimi. Wewe mnatoa gapi maneno ya kutusi mwanaume? Inakuja tu. Alafu immediately kalipotoka nikaona yule mama alikuwa ananitusi, anaanza kunichekesha. That is a baby boy. We are blessed. Sasa huyu mama hajawahi kutubu venye alinitusi. Sasa angalia shetani anaingilia wapi? Amepata mahali pa kuhang. Shetani anatafutanga kamshumari ka kuhang. Akipata kamshumari anakaaga hapo, anaogojea the appropriate time ya kukamata wewe. Sasa ataogojea mpaka wakati Mungu sasa anaitisha kitabu cha kubariki watu. Sasa wewe umeomba mwaka mzima baraka zako, baka Mungu ameshawishika, amesema leta hiyo kitabu tumubariki. Sasa anataka kuangalia, do you qualify kubarikiwa? Do you qualify? Are you clean as you are saying? Kwa maana ulikuwa umeambia Mungu, mimi niko msafi kama pamba. Baba, mimi ni msafi. Of course ni msafi. Unaimbaga nyimbo za sifa hapa baka watu wanasisimuka. Unashikaga microphone unahubiri baka watu wanachukua. Kweli this is a man of God. Wewe hapa kanisani hii word unaoshaga kila kitu. But there is something that you left. You never wanted to address. That small thing. That small thing that you did when you were a young girl. That small thing that you did when you were somewhere in school. That small thing that you did when you were somewhere in college. That small thing that you did wakati mlikuwa kasini ukasegenyana mkafanya maneno kidogo kidogo. That is what the devil is looking at. That is where the devil will use to strike you. Ataingilia hapo because this place is questionable. Imempatia legal ground ya kuweza kupenya. Jiulize kweli, ni nini hii? Ni kama wale mahoka. Unajua mahoka anakuhusia na kuambia hii ni shilingi 1,000, 1,000. Sasa unaenda una bargain na yeye. Unamwambia hii kitabu nitanunua shilingi 900. Anakuambia hapa, nataka nikwambie ile faida natengeneza hapa peke yake ni 20 bob. Baka unamhurumia. Ukisikia ati ile faida ataenda kukula kwake ni 20 bob. Na hajauza vitabu zaidi ya 5. Sasa una imagine ako na 100 na hiyo 100 ndio tikiti. Sasa wewe kwa sababu wewe ni mtu wa huruma unampatia hiyo 1,000. Ndio at least itoshe hata tikiti ya kwenda nyumbani. Lakini hiyo kitabu alinunua shilingi 100, anatengeneza faida ya shilingi ngapi? 800. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatengeneza faida kubwa, almost 900 shillings. Lakini amekudanganya na ameconfess. Ile faida natengeneza hapa ni shilingi ngapi? 20. Sasa atauza. Mungu atamkubalisha ause. Akimaliza kuuza hivi, kajo ndio hiyo. Anashikwa na kajo. Anarushwa ndani ya keroli. Bwana Yesu asifiwe sana. The following day anapelekwa kotini. Akienda kotini anapigwa faini ya shilingi 980. Aliuza gapi? Shilingi 1,000. Na ile kitu ambayo ile faida peke yake anapata kwa hiyo kitu venye aliconfess ni 20 bob. God will preserve and will protect the 20 bob. Lakini hii ingine yote inachukuliwa na kajo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because what you confess is what you get.
How you do things is how God looks at them. Whatever you said with your mouth, hii ndio faida peke yake. Wale mnausaga, hii ndio faida peke yake, napata 20 bob out of this. Mungu ataachilia, shetani atakuja, kajo itakuja, itakushika, na mkienda kotini ile faini utapigwa. Ukihesabu ile mauso yote 9, hiyo uliuza vitabu 10, kwa hivyo ulipata 10,000, atatoa 20. Hiyo utasikia haitaguzwa. Ile faini umepigwa ni ya 980 times 10. Kwa hivyo 9,080. Unasikia ndio judge anakupiga faini ya 9,080. Hallelujah. Hiyo tu, maana ile uliprotect kwa mdomo yako ni nini? Ni 20 bob. Kwa hivyo sometimes nyinyi watu wa biashara, waacheni kuambia watu ati hii ni faida nimepata. Hata nitapata faida ya shilingi 20. Hapana, who asked you? Wewe mwambie ninauza nini? 1,000. Lakini sana ukiongea vizuri nitakukatia. Sasa hiyo kata shilingi ile utakata on your own volition, but don't confess on some money and forget the other money. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't confess. Ni kama huyu mama alikuwa anakamua ng'ombe mingi. Alikuwa anakamua anatengeneza lita 3,000 za maziwa. Sasa akitengeneza lita 3,000 za maziwa, anaongezea na maji lita 3,000. Sasa akipeleka kuuza maziwa, anauza elfu ngapi? 6,000. Sasa siku moja akaenda akalipwa mshahara, kwa sababu ni ile ya kulipwa mwisho wa mwezi. Akalipwa mshahara, akaenda akanunua chakula ya ng'ombe, lori ikajazwa. Akanunua madawa ya ng'ombe, lori ikajazwa. Akanunua. Sasa kwa sababu alikuwa anajua katika kila lita aliuza aliongeza lita ya maji. Sasa ile ya juu ya maji, hiyo ndio alisema ataenda kununua broti maguta pale kwa huyu mzee anaitwa nani? Huyu mzee wa broti maguta. Hapana, huyu hapa Dika. Huyo Guyo, sijui ni Guya. Sasa akasema hii ya juu, maana haijulikani. Mzee haijui, maana yeye alikuwa anaenda mahali anachota maji anaongezea. Kule kwa vitabu za nyumbani kunajulikana ni lita ngapi? 3,000 zimeuzwa. Lakini yeye ameuza lita ngapi? 6,000, maana aliongeza maji. Sasa siku moja akienda kipikapu chake, akienda ile yote ya 3,000 alinunua chakula na kila kitu ya ng'ombe na akaweka kwa lori iendage. Hii ingine extra ya maji akaenda pale Chania River. Si mnaona pale Chania River? Gari ikatoboka mguu hapo. Ilipotoboka mguu hapo akaiweka hapo kado, ndio aweze nini? Kucheji mguu. Kwenda kucheji mguu ni mama. Sasa mama wale wanakaaga na vidole zingine zimekaa mrefu. Sasa lazima tafute style ya kushika hivi wili supana ya kufungua mguu. Sasa akiwa katika kule kufungua mguu, akainama hivi na hako kanyani kakakuja pale juu. Kakachungulia, kakaona bagi, na hizo bagi yake ilikuwa ya yellow. Kanyani kakaona ni matunda iko hapo. Kanyani kakakuja shwa. Kakakuta dirisha ya mlango imefunguliwa, kakaingia ndani. Kakaona ni bagi, kakachukua bagi, kakaruka nayo wapi? Juu ya mti. Kumbe ile pesa 3,000 alikuwa ameitoa ndio aende akalipe Gakuyo broti maguta. Hiyo pesa yote ikaenda na kanyani pale juu. Sasa kanyani kakafikiria matunda iko wapi? Sasa kakakuta ni manoti za 1,100 zimepakiwa. Kakaenda kutoka, kakafikiria kuna kitu hapo ndani kwa hizo manoti. Kakatoa, kakapata hakuna. Sasa kakatoa, kakakuta hakuna, kakaiachilia. Sasa kakaona hiyo noti venye inafanya nini? Inatembea kwa upepo, inaenda chini huko. Kumbe kamesimama huko juu ya Chania, katikati ya mto. Sasa ni huko juu. Kakatoa noti ya kwanza, kakaona noti. Unajua kalishikwa na hasira, kwa maana hakuna chakula, hakuna kitu ya kukula. Hiyo noti kakachomoa, kakaachilia, ikaenda. Kakaiangalia tena, kakaona venye imeanguka ndani ya maji, ikaanza kuenda kwa maji, kaenda hivi. Kakachukua ingine, kakaachilia, ikaenda hivyo. Kakachukua ingine, kakaachilia, ikaenda hivyo. Kakachukua hizi zote, kakatoanisha, kakaachilia, sasa ziende nyingi. Kakaona venye zinaenda, zinatengeneza nini? Butterfly. Zikienda, zinaanguka ndani ya maji, zikienda. Sasa huyu mama wakati alienda kuangalia, akatafuta kiondoo, hakuna. Akaangalia kule juu, akaona venye noti zinateremka zikienda kwa maji. Akapiga duru, na ni katikati ya mto, na hawezi kupanda pale, aende kupanda kwa hiyo mti, maana maji itambeba. Akashika kichwa, akasema pesa ya maji imeenda na maji. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa ya maji ilienda na maji. Alibaki hivyo.
Lakini pesa ya maziwa alinunua chakula na akanunua dawa na lori kapelekaga nyumbani. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio mikosi unakuta tunapatanaga nayo. Maana kuna kitu uliunganisha mahali, kuna kitu uliconnect mahali, na hiyo kitu ndio kimesababisha hiyo ndoa yako haifanyi. Hako kitu ndio kimesababisha biashara yako haifanyi. Hako kitu ndio kimesababisha huduma yako haifanyi. Ulianzaje kazi yako? Ulianzaje huduma yako? And that is why you see, wakati tumezaa watoto tunawadedicate kanisani. Haleluya. Kwa sababu kama kuna kitu kibaya ambacho kimejishikilia kwa hiyo mtoto, kinaachwa hapo kwenye madhabahu. Ukianzisha biashara yako, una dedicate biashara hapa kwenye madhabahu. Kama umenunua kashamba, unakadedicate wapi? Hapa. Maana hiyo shamba hujui mwanzo ilikuwa ya nani. Hujui ni madhabahu gani ilitolewa ndio hiyo shamba ipatikane. Hujui ni nani alikuwa mwenye shamba wa kwanza, kama alikuwa mganga ama alikuwa mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we dedicate our marriages. We need to dedicate them. Huyo bwana Mungu amekuletea shida, ama huyo mke amekuletea shida, mbebe umulete kwenye madhabahu, mweke hapa na utoe dhabihu, umdedicate hapo. Sasa utambeba aje? Nasikia maswali mkijiuliza hapo. Chukua picha ya hiyo bwana yako, chukua picha ya huyo mtoto wako mwenye amekusubua, chukua picha ya huyo mke wako amekusubua, mulete hapa, mwekelee hapa na dhabihu. Apia Mungu, nimekuletea ndio huyu hapa. Tengeneza yeye akuwe mtu mzuri. Hakuna mtu anakuwa mbaya. Tengeneza. Na kama si mtu wako, mwambie Mungu hapa, kama huyu mtu si wangu, muondoe kwangu. Utaona venye ataondolewa kama si wako. Na kama si wa hapa, utaona atangolewa kama meno. Shaienda kwa dentist, anakudanganya na kupatia kastori once, inangolewa. Mpaka unasikia haya, kwani ikwagi uchungu, lakini huyo uchungu imepita hapo. Ni ile karoheni chwa, inakaa hivyo. Dedicate everything that you do. Hiyo biashara yako iende ipige picha, ilete hapa, iwekelee hapa. Dedicate to God. Surrender it to God. Hiyo mzee mnakuaga naye, na si wale mzee na kama kuna mtu umepata mtu mzuri, unasikia kama ukisikia unajisikia na mimi, chukua picha yako iweke wapi? Pale. Ndio. Lakini uambie Mungu, kiekelea sadaka hapo, uambie Mungu, kama ni mtu yangu akue wangu, na kama si wangu aende akiedaga. Si ukwenda kuposesi, atasikia bado. Ukiposesi bado atasikia, lakini utakuja kujuta baadaye. Make it right. Kama ni biashara umeanzisha, just make it right. Put it on the altar. Take it, ipige picha, ipeleke kwa altar. Kama ni kama hii ni dola, hii ni kabuni ya dola. Si unaona tunakuja tunaiyekelea hapa. Unafikiria ni nani ana benefit? Ni kabuni ya dola. Kwa sababu tumelete dola, tumeiekelea hapa. Sasa dola ni kuuza tu inauza. Ni kuuza tu inauza. Kwa maana tumededicate kazi yake kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So because you don't know, haujui ile dhambi umebeba. Hujui kama ni dhambi ya mama yako, hujui kama ni dhambi ya baba yako, hujui kama ni dhambi ya maeneo ya pali mitoka, hujui kama ni dhambi ya madhabahu. Unajua kuna dhambi ya madhabahu. Na hiyo sasa nataka sana muielewe. Dhambi ya madhabahu ni baya kuliko usharati. Tafadhali uende usharati. Ni baya. Dhambi ya madhabahu hii unaonaga hapa. Hii tumakosa kidogo mnakujaga kufanyia kwenye madhabahu. Hii masegenyo mnakujaga mnakaa kwa kakona pale. Mnasegenya mtu ama mnasegenya mtumishi ama mnafanya maneno hapa ingine hapa ya ukora. Hiyo ndio inaitwa dhambi ya madhabahu. Na dhambi ya madhabahu iko na laana ambayo ni permanent. Na ukipatwa na dhambi ya madhabahu, utakuta biashara zote zitakukataa. Kitu chochote ambacho unakifanya katika maisha yako kitakukataa. Maana madhabahu inapigana na wewe. Uliikosea. Na ukikosea madhabahu inakufuatanga mpaka kwa kaburi. Ikikufikisha ndani ya kaburi inarudi kuchukua watoto wako. Sana unasikiaga ati mtoto alikuwa anapita, ati akaiba gari ya mama, akaenda kuendesha kupeleka kuona rafiki, alipokuwa akirudi gari katoboka mguu, akapiga mabreki ikaroli akakufa. Hiyo ni dhambi ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati mtoto wangu alikuwa nakula tu maidi, akachoka, akaanguka chini. Hiyo ndio dhambi ya madhabahu. Inafanyaga mauaji hivyo. Ati nilikuwa atawikaletea rogo, aikaletea rogo. Ndio kwa ile tokwaragia. Ati tulikuwa tunasungumuza tu, nikaona amefanya hivi, akafanya hivi. Hii ingine kaanguka chini. Na alipoanguka chini, mshipa ya roho katika.
Ndivyo madaktari wamesema. Hiyo ni dhambi ya madhabahu. Kuingia kwa familia ama kwa ndoa yako, bwana na wewe mnaonanaka kama ni mahutu na matusi, yani na hakuna reason, hakuna ile kitu mmeulisana, ni kitu ambayo hakuna, ni chubi peke yake. Hiyo ni dhambi ya nini? Ya madhabahu. Maana madhabahu itakupiga na itakufuata mpaka kwa shimo. Haleluya. Itakupata. Ndio unaonanga sometimes tunafanyanga, kuna sadaka ya dedication. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sadaka tunatoanga, kuna Sunday tunasemanga hii ni Sunday ya dedication. You rededicate yourself to the altar. This is where you come and confess sins that you know and the sins that you don't know. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are doing dedication, rededication ama dedication, kutoa dhabihu ya dedication, hiyo dhabihu inasimamianga zile madhambi umefanya kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Kwa hivyo lazima uelewe, yani kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako kiko na kitu ambacho kinafaa kusawazisha. Kama ni mtoto umezaa, mtoto huyo mpeleke kwenye madhabahu, mpokeze kwenye mikono ya manabii, mikono ya wachungaji, mpokeze hapo, aombewe, azungumuziwe maneno mazuri, ndio apate kibali cha dunia hii. Azungumuziwe maneno ya kumfanikisha katika maisha yake, azungumuziwe maneno ya kumfaulisha katika malengo yote ya dunia. Hapa ndio unakatasa maroho yote ya familia, maroho yote ya maeneo, maroho yote ya mama yake, maroho ya baba yake, maroho ya kasi na wale wengine, yale yanaweza kumfuata. Hata maroho ya kulala kanisani kama sasa, hiyo inakomesha yako wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuangalie tuone ni nani maroho ya kulala haijakomeshwa. Ndio huyo mmoja. Dadi ameamuka. Haleluya. Habari mzee? Uko wamekuambiaje? Wamekuambiaje? Kwa madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu kuelewa. Imefanya nini? Wapi? Kumefanya nini? Mpaka mawazo. Sasa umesikia mtu mwenye alikuwa amelala, mizimu ya kwao imemzungumzia, imemwambia ni kufuga. So that is why mzee kama huyu tutamchukua, tumulete, tumudedicate, maana yeye anajua ni kufuga. Na kwa sababu hatujui ni nini, tunamweka juu ya madhabahu. Sasa kwenye madhabahu itaenda kuvuruga, itamvuruga mpaka ile kitu inamsubuaga ichomoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu nimeombea hapa, badala maneno ikuwe mzuri, inawaka moto. Halo. Badala maneno ikuwe mzuri, unakuta maneno imewaka. Maneno inawaka mpaka anakuambia nakuja apostle. Toka siku ile tuliomba ndio maneno iliharibika. Yes, kwa sababu tulivuruga maji. Wakati wa kuvuruga maji, kumbe kuna kachura kanakaaga kule chini, na huonage kama ni kachura, unafikiriaga ni pati ya maji, maana kamekaliliwa na chafu na uchafu mpaka kamefanana na ile uchafu ya kule chini. Sasa ukikafuruga unaanza kwenda kanaruka. Sasa hapa unajua hapa ndani ya maji nimekuwa nikikunywa mate, mimi tumekuwa tukikunyishana mate na nani? Na chura. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So dedicating yourself and dedicating whatever you do. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni safari unataka kutoka hapa uende UK, uende America, uende mahali popote, dedicate that journey. Ndio usiende kukutana na mizimu ya huko ikupige. Dedicate na hii madhabahu. Ndio ukitembea, utembee na hii madhabahu, uende na hii madhabahu. And you can never be able to dedicate anything if yourself, you have not dedicated yourself to God. If you are not clean, if you are not genuine, if you are not sincere, this a connection. Kila kitu shiko, tafuta pegi, uweke padi hii ya juu na padi hii ya chini. Sasa uweke, ndio uweze kudedicate your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Pole sana shiko. Nimeona umejaribu kujikasa lakini things are not working for you. May God bless you. May God see you. May God of Sigisi disappear. May the devil of Sigisi disappear from you. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia huyu mtu wa kamera na yeye anamweka. Tu. Twende hiyo ingine. Twende hiyo basi ingine tafadhali. Mwenyezi Mungu, tumeenda ngapi? Mwenyezi Mungu amekuapia wala hata badili nia yake.
Bwana Yesu asifiwe sana. When you dedicate yourself, wakati unajipatia wakfu kwenye mikono ya Mungu, when you surrender to God, God will swear to you. God will give you a confirmation. God will dedicate himself to you, because it is all about God, you dedicating yourself to God and God dedicating himself to you, and then God will give you a promise. Whatever that you do with God, chochote ambacho nakifanya, ambacho unamwalika Mungu akuwe ndani yake, kina maagano. Na hayo maagano ndio Mungu anakujanga kutetea anytime. Maagano ya Abraham Mungu aliitimiza 1000 years later. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati Mungu alimwambia Abraham, kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka ngapi? 400, na mimi nitakuja kuwatoa na nitawapeleka kwenye nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia akiambia Abraham alikuwa kijana bado, ama alikuwa mzee? Alimwambia akiwa kijana, maana alikuwa bado zile, alikuwa anaitwa Abraham. Hakuwa anaitwa Abraham, alikuwa anaitwa Abraham. Na akamwahidi kizazi chako kitaingia kwenye utumwa. Angalia mzee amekuja kuzaa akiwa na miaka ngapi? Akiwa na miaka 90, si ndio? Sasa ule hiyo miaka ingine kama ya mtoto huyo ndio Isaac akue, ndio tena aanze kuzaa kisasi, unakuta ni miaka ingine kama hiyo. Kwa hivyo miaka 200. Urudi sasa uconnect ile miaka walikaa huko wakiwa na Rutu wakingangana, ni kama miaka ingine tuhesabu ni miaka 200. Sasa tukiconnect hiyo miaka yake ya kukua na miaka yeye na Rutu, hiyo ni miaka ngapi? 400. Sasa ongeza ile 400 ya utumwa, hiyo ni miaka ngapi? 800. So alikuja kutimiza after 800 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Because he had made a covenant with Abraham. He made a covenant. As long as you make a covenant with God, God will remember that covenant into your generation. Katika generation yako, katika vizazi vyako, ndio unaonanga kuna watu wanabarikiwa na unashindwa, hiki kimutu na nikimrefi, hiki kimutu na nikimsherati, hiki kimutu na nikimuizi, mbona kinabarikiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Si yeye anabarikiwa, lakini kulikuwa na maagano na kizazi chake. Kulikuwa na maagano, na hiyo maagano ndio inatumika. Hiyo maagano ndio Mungu anapigania. Kuna mtu hapa ako poor, lakini unaonanga wanakuwaga very busy, wanakuwaga very energetic, wanakuwaga watu wako na bidii katika maisha, lakini nothing is working for them. Kila kijaribu kujigusiria kitu kinaaguka, akijigusiria hapa kinaaguka, akijigusiria hapa kinaaguka. Kwa nini? There is a problem in your genealogy. There is a problem. That might be 200 years ago, might be 300 years ago. Lakini there is what? A problem. Na hiyo problem ndio imekuhound. That is why we dedicate people. Ndio kama kuna kitu inaweza kuwa inakufuata kutoka huko nyuma, hiyo kitu ikatwe. Hiyo mzizi ambayo inaweza kuja kukusababishia matatizo katika maisha yako, ndio tuikate. Kama sasa kunaweza kuwa baba yako alikuwaga mwizi, baba ya baba yako alikuwaga hivi, hiyo maneno usipoangalia uikate, bado itakufanyikia. That is, kuna watu wako busy, wako hard working. Unakuta kweli kama Josephine, kama huyu mtoto ni very hard working, lakini ukimwangalia unaona kuna vitu vinamleteaga shida. Si ndio Josephine? Kuna vitu vinakuleteaga shida. Maana you are not penetrating, haupati upenyo ya maisha yako. Na si ati sidale keo. Angalia sasa ako kanisani, si ndio? Ako kanisani. Kesho kama kuna service utamkuta hapa. Sasa utakuwa amekati hapo mbele. Ni mtu royo, mtu faithful. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu mwenye anatakanga kuworship pale. Ni venye sasa alitolewa pale, akafanyika nini? Deaconess. Lakini akili yake yote iko wapi? Iko pale. Sasa unashangaa, ni nini kilifanya atolewe pale, aletwe hapa? Haleluya. Sasa hiyo maswali anakaaga akajiuliza. Yeye unaona bado insist, anasema mimi naamini, me am not supposed to preach, me am not supposed to be a deaconess, mimi nafaa kuiba. That is where I am called, that area. Lakini mimi nikiwa hapa kama mchungaji, ninaona hayuko pale. Yeye ni material wapi? Hapa. Maana kuna kitu kingine naona iko ndani yake. Lakini kwa sababu amefugwa na pale, sasa akili zake zote zinakuwaga wapi? Pale. Bwana Yesu, hata ukimweka hapa na umuvalishe mpaka nguo ile mrefu ile kama ya Lejo Maria avaye akae pale, bado akili zake ziko wapi? Na mtu mwingine akikuja ashike microphone aanze kuiba, atanyamaza hata iba. Maana akili yake sasa shida, si mimi ningekuwa nikiiba pale, si mimi ningekuwa pale.
Sasa unakuja baba. Sasa hiyo watu wengine wote wamechangamuka, wanaiba, wanaruka. Yeye anakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna kitu kilimfuga, kuna kitu kilimshika. Na hiyo kitu lazima ukate ndio upate upenyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni shetani anakurudisha pale. Na Mungu anataka ukae wapi? Ukae hapa. Maana kuna kitu Mungu anataka amekuweka kiko ndani yake. Kinafaa kukaa hapa ndio kichomoke. Ndio wewe uanze kujielewa wewe ni nani. Kwa hivyo angalia kwanza before you make that bold, before you make those decisions, before you start thinking kuona ni kama uliteswa, ni kama haukufanywa haki. Kwanza jiulize aliyekuambia uende pale ni nini alikuwa ameona ambacho wewe uoni. That is why we dedicate. Wakati nilikuweka pale ungekuja tu ujidedicate hapa. Ungetoa sadaka ya dedication. Udedicate hiyo kitu umeambiwa. Ndio uone kama ni nini itachomoka. Because lazima usukume. Kipawa chochote ni kusukumwa, ni kuchochwa, kinachochwa. Ukichoche mpaka kilipuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiambiwa uko na mafuta ya aina fulani, ukiambiwa wewe ni nabii, hiyo unabii utaishi kuambiwa wewe ni nabii miaka yote. If you didn't know how kuchocha. Kuna watu wengine hapo wameambiwa ni watu wanaweza kuambia watu waponye macho ifunguke. Yes, indeed you have it. But haukuchochea, haukutoa dhabihu, haukudedicate hayo maneno ambayo nilizungumza. Maana hayo maneno niliyozungumza shetani hawakuwa anajua kuna wewe unaweza kuwa hivyo. Mpaka wakati nilitaja ndio walisikia. Waliposikia walituma wale watu wa kuvuja vipawa kama hivyo wakuje wakukamate. Sasa kutoka sasa hiyo ukakamata na ukaanza kuambiwa wewe apostle enda kwa apostle mwambie si mtu wa si disconnect. Wewe ni mtu wa kuiba. Hii maneno amekuweka si mzuri. Hii ni kukuharibu aki. Sasa angalia vile wale wanaiba. Si wewe ndio ungekuwa kiiba. In fact wewe ndio ungekuwa mkubwa yao. Sasa hizi ungekuwa wapi kama ungeendelea kukaa huko? Sasa ni wale machineries wa kuzuia vipawa wameteremshwa kukuconvince otherwise. Sasa kutoka hapo utadevelop kitu inaitwa the spirit of rebellion. Maana sasa already you start now rebelling in you. Unasema hapa this is not my place there. Automatically umegenerate a spirit of rebellion. Na hiyo spirit of rebellion ndio itakuwa kwako. Sasa itaanza kukua kwako na utaendelea kuliberi kama sasa usiona huyu amelala. Ni rebellion ile iko ndani. Sasa ndio hiyo inaanza kujijenga. Maana inamwambia lala. Hii ni maneno gani unafundishwa hapa? Hii ni maneno gani? Hii ni mahubiri gani hii mnaanza kufundishwa hapa? Huyu mtu hata hajui kuhubiri. Sasa unajazwa, unaanza kuconvincewa. Na hiyo ndio ina develop a spirit of rebellion. Kutoka kwa spirit of rebellion unaingia into the spirit of rejection. Maana umeanza kureject. Na ukireject ile kitu Mungu amesema, naye Mungu atakureject. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It's always very important when God, the man of God or God has given you a responsibility. Dig out. Yes, unaweza kuwa sio hapo, ni kwingine. Maybe that is a journey towards another place. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you need to dig out whatever was said to you. I prophesy, I can see you are a CEO. Yes, you are a CEO. I'm seeing the spirit. But translating the CEO from the spirit into physicality, it is a process. Kuna kajia hapa, lazima hiyo kajia ukapitie. Lazima uwin, lazima udefeat. Maana immediately wakijua wewe ni nani, wakijua who you are, they start fighting you. Na watakupiga mpaka uanguke chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengine hapo wametabiriwa, wameambiwa ati fulani ni bwana yako. Yes, ukaenda ukaannounce, ukaambia watu wawili watatu. Hiyo bwana inapotea. Utakuwa ukimwona kwa view sasa akipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka unaitaka kujiposition mahali mzuri ndio akuone. Maana Mungu alikusugumusia huyo ndio bwana yako. Sasa unakaaga. Huyo jamaa akikuja anapitaka ni kama amepita trailer ya gari imepasuka. Hata hawezi kukuona. Maana ilinenwa ikakuwa open. The moment a spiritual word has been spoken over your life, you need to go and dedicate those words kwa the altar immediately. Lazima utoe dhabihu ya kuseal wasione tena, because dhabihu ndio ina seal wasiweze kuona tena. So immediately nikinena ninaona Range Rover hiyo iko lakini unaweza kuimiss completely, not unless you seal it. Unatoa dhabihu,
unawekelea pale, ndio uzuie wasiendelee kuiona, because wakijua, maana kuna wale sasa wametega masikio kujua Lilian ametabiriwa nini, ametabiriwa gari na ametabiriwa shamba na ametabiriwa mzee, immediately wanakuja kuact kuzuia huyo mzee, kuzuia hiyo gari, kuzuia kila kitu. Sasa watu watakuwa wakikuona mpaka wanakuulizaga umepaki gari wapi? Kumbe unashukiaga na dudhi pale, ndio dudhi iende wewe ukuje mguu usionekane umekuja na dudhi. Sasa ubaya tena, hiyo dudhi ilirusha matope kwa mgogo yako yote, kuna matope. Sasa wakienda ukiwapita ndio wanaangalia, wanaambia na oishioka na dudhi. Lakini wakikuona ukikuja hivi mbele, waliona mtu mwenye yako na gari, wanauliza umepaki gari yako wapi? Until uwapite ndio waangalia mgogo, wajua ni mtu wa dudhi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how we have lost it. And that is how tumepoteza the blessings of God when it was prophesied unto us. Wakati kulitangazwa na kulisemekana tumebarikiwa. Wakati tulitangazwa na kusemekana sisi tutakuwa. Wakati kulitangazwa na kusemekana utafaulu katika njia fulani. Wakati kulitangazwa na kusemekana utaenda Amerika. Wakati kulitangazwa na kusemekana utapata mzee. Hata huyo mzee unaweza kumpata na mkae na yeye, lakini shida zikuwe nyingi kwa nyumba, because kuna kitu haukufanya kilifaa kifanyike. Kuna mizimu ya kwenu haukunyamazisha. Kuna mipango ya kwenu, kuna arrangement za kwenu ambazo hazikubaliani na doa, na haukunyamazisha, haukudedicate kwenu katika madhabahu. Ndio naona vita zinakuinukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenyezi Mungu amekuapia wala hata badili nia yake. Wewe ni kuhani milele kwa utaratibu wa ukuhani wa Melkisedeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wewe ni kuhani milele, lakini ukuhani wako hauonekani. Wewe ni kuhani, yani you are a man of God, yes, you are a priest in the order of Melchizedek, but nothing is coming out. Yes, wewe una kibali cha kukua na Bwana, wewe unafaa kuolewa, yes, umeolewa, lakini huyu bwana yako aliigiwa na mapepo, wewe mke wako aliigiwa na mapepo. Sasa wewe mnakaaga na mume lakini si mume. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mnakaaga na mke lakini si mke, but in the spirit you are recognized. Lakini kwa sababu kuna obstacles in the family, obstacles in the line and the line of your family, in the line of your heritage, kuna kitu kinabomuanga system ya kwenu na hukuweza kuishughulikia. That is what is costing you. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what is costing you, and this is what you must be able to address. Katika maombi kama hii ya repentance, this is why we come to repent. Tunarepent ya guka, tunarepent ya shosho, tunarepent ya kulala kama ya ani, tunarepent ya kila mtu, ile kitu yote imewahi kufanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And then once you know that you have done the repentance of your children, repentance of your wife, your husband, repentance of your apostle, hata mimi unafaa kurepent on my behalf. Kwa sababu kuna vitu vingine naogeaga hapa, hata wewe unasikia apostle hajaongea vizuri leo, si ndio? Hiyo kitu umenyamazia itakukula. Kama ujui hiyo maneno mimi nimeongea na umenyamazia, ukwenda kurepent on my behalf, itakukamata mahali, itakuzuia. Maana ile baraka naachilia, si unaamini hiyo baraka, hata hiyo maneno nimeachilia, iamini. So repent. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mkiendelea kurepent kwangu, nitaendelea kukua mzuri venye mnataka. Nitaendelea kukua mzuri, nitaendelea kukua clean, nitaendelea kuwa smart, nitaendelea kukaa tall dark. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever you see, a man of God that you are sitting under, we are prone to mistakes. We are prone. Kabisa. Hakuna watu wanakuwaga na mistake mingi kama watu kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why you need to keep repenting on my behalf, because you are my daughter, you are sitting under me. Repent as much as possible. Now the more you repent, you raise me up. Unaniinulia madhabahu, inaendelea kupanda juu, na ikiendelea kupanda juu, ninaendelea kukua baba mzuri kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikipanda juu, nitakuwa na uwezo wa kuachilia neema, si kuachilia maneno ya ujika. Siku na wakati mwingine naongea ujika hapa. Maneno mengine si mzuri. Nasikia watu wamesema ndio, kwa sababu wananichukulia kama mimi ni mjiga. Sasa niambie utabarikiwa siku gani? Kama mimi unanionaga kama mjiga, si mmesema ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. That is the most important thing. Na hiyo ndio nafundisha kwanza muweze kuelewa. Wakati tumekuja for the repentance, it's not just an ordinary thing. Si kukuja kuambia God, you know what?
I am sorry, sikutaka kufanya. Nilifika tu hapo, niliingia kwa nyumba tukajikuta na yeye. Baba, mimi sijui, nilijikuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Repent. Maana hiyo kitu kilikupeleka hapo mpaka ujikute kuna sin. Na hiyo sin sio yako, ni sin either imetoka kwa lineage yako, imetoka kwa marafiki, ama umerushiwa na watu. Hizi sin nyingi unakutaka tunafanya. Inaweza kuwa umerushiwa. Hapa kuna watu wananirushiaga. Wananirushia niende nipate mtu. Na nisipokuwa careful nitapatana na mtu huko tu kwa barabara na nitamchukua. Maana kuna kitu kimekuwa propelled kwangu. Na hiyo kitu kikirushwa kwangu kitafanya kazi. If I'm not careful, kitafanya nini? Kazi. Ndio unaona hata wanaume wengi unakuta nakwambia, akikuja unaona asubuhi peke yake akiwa sitting room, ukimbatia chai, unaona ameanza kulia. Unamuuliza ni nini darling? Anaanza kulia. Unamuuliza ni nini? Sijui nikwambiaje. Ni nini? Sasa mwanamke, namjua mwanamke ni wa huruma nyingi, anakuja anakaa chini kuangalia nikikiali ya mudhuri. Babe, I don't know what happens to me. I've been praying over this and this. Nimeomba, lakini God is not hearing me. Ni nini? I did it again. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta huyo mtu, hiyo kitu si yeye. Kuna kitu inamsukumaga, kuna kitu inampelekaga hapo, na akishamaliza tu inamuondokea, inamwambia brother, najua kesho wewe ndio utahubiri. Sasa hiyo guilty inaanza, brother, kumbuka venye uliambia mke wako hutarudia, umemalizana na hiyo kitu. Sasa unaenda na shida, mpaka unaona kama mke wako inakuexpose, mpaka ukifika tu kwa mke wako unaona mke anajua. Sasa inabidi uanze kulia, ndio mwambie story kinakaubaga kabla. Ndio anastuka, hey, again, oh my God. Unakuta bibi naye ana nini? Anaanza kulia. Anaenda anachukua rogeo na iko moto. Anakuambia, "Come." Nani wewe umemwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. This is, unakuta hiyo dhambi hiyo inakuwa ni ya kuchochoa, ndio ikuje ivuje marriage. Sasa ukimwekelea rogeo ya kichwa na ni moto, umechoma huyo mzee. Sasa na ni yeye tu ndiye ameconfess, lakini kwa sababu na wewe wakati hiyo shetani ilishughulikia Bwana from this angle, na wewe ilikushughulikia ikakwambia wekelea pani kwa jiko, kuna kazi inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta hiyo pani imefanya kazi. Na mzee amekuja amechochewa, ameongea. Na alikuwa tu anataka kulipenda, ndio umsaidie kuopa. Haleluya. Lakini ukuta mtu kama Josephine, anaweza kukuombea kweli? Si anikupiga ngumi moja ya kichwa. Na maji moto akumwagilie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie your neighbor, repenting is about digging. Una dig, unachimba mpaka unaelewa kiini ya what you are going through. You understand everything inside out. Why do you find yourself in this situation? Why do you find yourself in these difficulties? Why do you find yourself in this kind of challenges? Could dig deeper. Why are men elusive? Why are women elusive? Why is marriage not working? Why is business not working? Why is this not working? Why is it? Mbona watoto wangu, uzao wangu wa watoto wangu haukui venye inafaa? Is not a real blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. That one will lead you to really true repentance. Utatubu dhambi kamili. Dhambi ambayo itakufungua. Maana usipofungua dhambi zote kutoka kwako, kuna kadhambi kadajishikilia, na hako kadhambi kanakuaga ndio shida, kwa sababu katakuwa na dhambi huzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi hufanya nini? Uzaa. Na inapozaa itasababisha maneno mengine mengi na makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itakuharibia maisha yako, na itafanya maneno yako ikuwe difficult, and your life will be so complicated. Wherever you go, things will not work for you, and this one will cause you to come to a standstill. Businesses will not work, marriages will not work, ministry will not work. There is nothing that will work in your life. Na hata ukijaribu kukuendesha hii, hata ukijaribu kuconnect hii, hakuna kitu inafanya. Mwenyezi Mungu, verse number 5 please.
Bwana yuko upande wako wa kulia, utawaponda wafalme atakapo kasirika. Atawaponda wafalme atakapo kasirika. Si unasikia hata Mungu anakuwa na makasiriko, atawaponda wafalme. Hao hizo nguvu, wafalme ni maguvu, falme ni principalities, ni falme, ni nguvu fulani, mamlaka fulani. Hizo mamlaka ambazo zinakukamatanga, hizo mamlaka zinakamatanga biashara yako, hizo mamlaka zinakamatanga biashara yako, hizo mamlaka zinafanyanga wewe utende dhambi. Ataziponda, ataziharibu, atazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. That's when you have God in the right hand side. When you have God because you have completely repented. Umetubu dhambi yako completely. God will be on your side. And when God is on your side, who can be against you? Hallelujah. If God is with us, who can be against us? You will always conquer. You will always win. Number 6, quickly, then we finish from there. So ndio tuingie tena katika atayahukumu mataifa. Kumbuka pale kwenye kitabu cha Yeremia 1:10 inasema nini? Angalia leo, I have set you over nations and kingdom. Hapa naye anakuambia ataziponda falme. Number 2, atayahukumu mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atayahukumu mataifa na kuwaua watu wengi. Atawaponda viongozi kila mahali duniani. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu yako. Maana wewe ni favored. Uko kwenye mkono wa kulia, anakupigania. Ataharibu kazi zote za wachawi, kazi za waganga, kazi za watu ambao hawafai. Itakuwa sasa kazi ya Mungu ni kukupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't do any battle. You don't do any fight. You don't do anything because God is with you. God will win every battle. God will win everything that is around you. Hata utasikianga tu huyu ameanguka, utasikiaga huyu ameanguka, utasikiaga huyu amesambaratika because God has a reason to fight for you. Why? Because you are in good terms. You are a friend. You have repented completely. Alafu tukienda namba 7 inasema namna gani? Mfalme atakunywa maji ya kijito jani, naye atainua kichwa juu kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakunywa maji kwa kijito, lakini utafanya nini? Nawe utainua nini? Kichwa juu. Kwa ajili ya nini? Ya ushindi. You will declare victory because God will have fought for you. God will have won these battles for you. God will have conquered them. Number 8, God will have will have conquered. Atakuwa ameshinda vita zako. So you don't fight. God fights for you. The only thing you need to do is to have a connection with God. Just have a connection with God. God will give you what it was. Hautazinda ukinugunika kama Habakuku, utakaa kwenye ushindi mkubwa. Mfalme namba 8 tafadhali. Mfalme imeisha? Kwani imeisha haraka aje? Na ndivyo ilikuwa imeanza kukua tamu. Bwana Yesu asifiwe sana. So God will do it. Just what you need is to have to plug yourself to the electricity. To plug yourself, just plug yourself to the electricity, and the plugging yourself is connecting to God, and then dedicating that which God has given you, those things, those words God has mentioned to you. Connect yourself to God, dedicate yourself, go to the altar and tell God, if you are in this, reveal yourself. And because you have a good connection, because you are in good terms, He will reveal Himself to you. May you rise up. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tawenogore, jinogore. Na ujue kwenogora kwa gui ni kumagara. Jinogore. Stretch yourself. Stretch kabisa vizuri. Stretch kabisa. Rusha gumi ya upande hii. Rusha gumi ya upande hii. Rusha tena. Ndio nione kama hiyo neno imekuingia. Rusha vizuri tuone kama neno imekuingia. Yes, ninaona kuna watu hakuna kitu kimewaingia, walikuwa mirara. Hawa ule alikuwa mirara, hakuna kitu, mpaka wengine wananiangalia na sura ya uchugu. Poleni sana, lakini my God will make you realize what you are. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm so happy for you and I'm so happy for God because He has a purpose for us. He will make you win every battle. He will conquer your enemies. He will defeat them because you have a good relationship. So therefore, what we're gonna do, tafuta sadaka yako mzuri, uilete hapa niipokee. Ni sadaka ya kutubu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sadaka ya kutubu. Ukuje hapa mbele ndio tuweze kutubu, tutoe sadaka dhabihu. Tukishatoa hiyo sadaka tutaingia kwenye maombi. Worshipers wataimba, lakini I want you to get deep. Kuomba, kuambia Mungu I want to repent. Kuambia Mungu I want to come before you. Just surrender everything. Mpaka dhambi, sio zile tu umefanya, hata zile zilifanywa na mama yako. Unajua mama yako labda alikuwa na mpango ya kando. Alitendea msee mambo mabaya. Ama baba yako alikuwa na mpango ya kando. Bwana Yesu asifiwe sana. Repent that sin. Repent sin ya guka. Repent sin ya shosho. Repent every single sin around you. And God will bring restoration. Now from there, we shall come and do a dedication service. About to dedicate back to God. Then I know God will do something. Because the key to your life itafunguka. Mlango yako itafunguka. Mungu atakupatia kibali kingine kipya. Na neema yako itateremuka. In Jesus name. Lete tu dhabihu zenu ziekelee hapa. Umeziombea kwanza. Take your time. Take your 2 minutes ama 1 minute. Iombe. Ambia Mungu. Ambia hiyo dhabihu. Izungumzie na iambie. Nimekutoa kama kondoo. Wanani wa kutubu. Nimekutoa kama mwana kondoo. Mimi hapa. Iombe hiyo dhabihu yako. Sio kukibiaga hapa tu kutoa mara moja. Iombe, izungumzie, iangalie uizungumzie. Na iambie wewe ni kondoo kama yule alitolewa mwana kondoo. Na kutoka leo nimesema nimekutoa kama dhabihu ya kujiteganisha na dhambi za kifamilia, kujiteganisha na dhambi za kimahubiri, kujiteganisha na dhambi zozote zile, because we came here to repent. Ukimaliza kuomba hiyo maombi, leta sadaka yako hapa, imekubalika. Mwambie Mungu kitu, mwambie Mungu, ninakuja kutubu dhambi za familia yangu, dhambi za maisha yangu yote. I repent these sins. Ori mashanda babo sendere. Guru kondololo. Wiza kabaza kandololo. Naomba
It is time to repent now. Time to repent every sin you have committed, every sin that you know, every sin that you don't know. It is time to repent now. Ni wakati wa kutubu hii dhambi. Ni wakati wa kutubu dhambi hiyo. Zikumbuke dhambi zote ambazo umezifanya. Zikute dhambi zote ambazo umejikuta ndani yao. Makasiriko umewahi kuwa nayo. Mahangaiko ambayo umekuwa nayo. Just repent.
usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine Baba, usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine Baba, usinipite Bwana Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine Bwana wangu, usinipite, naomba Bwana Yesu, wengine usinipite. Kiti chako cha rehema nakitazamia mie, magoti napiga mbele zako Baba, unisikie Bwana, Bwana Bwana Yesu, unisikie unapozuru wengine Bwana Yesu, usinipite. Hili ni ombi langu Bwana Yesu, Bwana Yesu, unisikie unapozuru unisikie unapozuru wengine, usinipite. Mungu Bwana Yesu, unisikie unapozuru wengine Baba, usinipite Bwana, naomba Bwana Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Tumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha
salama, ndiye mwamba ni salama. Hiyo damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. hiyo damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake hizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake hizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikitoa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikitoa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, 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 ndiye mwamba ni salama. damu ya sadaka Yake na sadaka nategemea mie, nategemea daima, hapa chini chini kisha Mwokozi wangu atanitosha. Bwana Yesu Yesu ni salama, ndiye huwa mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. kwake Bwana Yesu Yesu nasimama, ndiye huwa mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
Haleluya, 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 haleluya. Thank you. Tunaweza kusimama kwa miguu yetu. Natumai umejipeleka mbele za Mungu. Na sasa uko tayari kubarikiwa. Uko tayari kufunguliwa na kupatiwa sasa mamlaka ya kufanya kazi ya Mungu. Maana unapotubu dhambi zako, when you become clean, you are set for a responsibility. You are set for an upgrade. You are set for the favors of God. You are set for another authority, a power of God. Unapatiwa mamlaka ingine ambayo haukuwa nayo, maana sasa umetoka mkono wa kushoto umeingia mkono wa kulia. Na sasa kutoka hapa Mungu anachukua every responsibility ambayo ulikuwa umejibebea. Now it is God and you. Bwana asifiwe sana. Sasa tunataka turudie nyuma yangu kutubu. Tunasema toba. Ndio tukue watu clean tena. Sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu uliye hai. Uliteswa, ulipigwa, ulivalishwa miba kwa kichwa, ulimwaga damu ndio niweze kuokolewa, ndio niweze kukombolewa. Nimekuja siku hii ya leo. Ninajua nimetenda dhambi za kizazi, za wazazi wangu, za my grandfather, my grandmother, maeneo ile nimetoka, za watoto wangu, za aliyekuwa boyfriend yangu ama girlfriend yangu, za aliyekuwa rafiki wangu ama marafiki ambao tulikuwa nao shuleni ama mahali popote pale. Jambo lolote ambalo nililinena lililokuwa kinyume na ufalme wako, matendo niliyoyatenda yaliyokuwa kinyume na maagizo yako, mafundisho ambayo nilifundisha ambayo yalikuwa kinyume, yote na yalete mbele yako kutubu dhambi hiyo. Na ikubali dhambi ya baba yangu na ya mama yangu na ya maeneo niliyotoka, na dhambi ya vizazi hadi kizazi cha 5, dhambi walizozifanya zote nazikubali, na nakuja kwako, maana uliniambia nilete mizigo yangu yote. Sasa dhambi hii na ilete kwako, ikiwa mzigo ulionilemea. Naomba unisaidie, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amina. Mungu muumba wa mbingu na dunia, watoto wako hawa wametubu na wamesema wameungama dhambi za wazazi, kizazi cha 5 kule nyuma ambacho kilitenda dhambi mingi, na hiyo mizigo watoto hawa wameibeba miaka hii yote, na hawajui ni kwa nini wanakuwaga wamebebeshwa mizigo. Sio wao walifanya dhambi hii. Baba, maeneo ambayo walizaliwa hawakusema ama kuomba wazaliwe kule, lakini wamejikuta kwenye maeneo yaliyojawa na uchafu na usinzi na najisi ya kila aina. Waliingia kwenye kazi, walikuwa wakifanya kazi ambazo hizo kazi wakubwa wao wenye kazi zile waliowaajiri sio watu walikuwa wanakupendeza, sio watu ambao walikuwa wanakufuata, ni watu walikuwa naabudu miungu. Hata hawa watu wamejikuta kwenye kazi, wanafanya kazi ambazo ndani yake ilianzishwa na miungu fulani. Wamejikuta kwenye dini ambazo hizo dini zilianzishwa na miungu fulani. Wamejikuta kwenye
kwenye ndoa ambazo ndoa hizo zilichangiwa katika mazingira ya kiuchawi. Wamejikuta kwenye maeneo, na yale maeneo yalikuwa yamechangiwa na mambo ya kishetani na maroho ya kishetani. Wao wenyewe wamesengenya, wao wenyewe wamepigana, wao wenyewe wamemwaga damu, wao wenyewe wamedungana visu, wao wenyewe wamefanya mambo ambayo ni mabaya na ni magumu. Baba, tunaungama dhambi hii. Tumesherati, tumefanya usinzi, tumekuwa wachawi wa kiroho, tumekuwa watu ambao hawawezi kukubalika machoni kwako, lakini umelituambia tulete mizigo yetu yote kwako. Na ndio siku hii ya leo, usiku huu tumekuja kwako Baba, kama watoto waliokuwa wamepotea, watoto waliokuwa wamebebwa katika misingi ya kishetani, watoto ambao walikuwa wamepelekwa katika mafundisho ambayo hayafai, watoto ambao walikuwa wamekuwa disconnected kwako, watoto ambao walikuwa wameinuliwa madhabahu yengine ya kishetani. Lakini leo Baba, tunakuja mbele zako. Yule mwana aliyekuwa amepotea, aliporudi baba yake alimpokea. Tunajua wewe ndio baba yetu. Baba, ninavunja misingi na nira na mipango yote ya jamii, every single foundation, every single altar ambazo zote ni za kishetani, ninazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa ninawafungua kutoka kwa minyororo ya kukataliwa. Watoto hawa ninafungua kutoka kwa minyororo ya unyenyepaa. Nafungua kutoka kuteswa, na wafungua kutoka na mateso ya dunia hii, na wafungua kutoka kwa mateso iliyosababishwa na vizazi vilivyokuwa nyuma. Wafungua kutoka na mateso ya damu iliyomwagika na hawajui hiyo damu ilimwagika namna gani, na pia ile damu ambao wenyewe walimwaga, na pia mateso, mambo aliyonena kwa kinywa chao, na mambo walioyafanya ambayo hayakufurahishi. Baba, nimewaleta mbele yako, wakumbuke kwa njia ya kipekee, wakumbuke katika maisha yao. Kutoka sasa, milango ambayo ilikuwa imefungwa kwa sababu ya dhambi ambayo walikuwa najua na ile dhambi hawajui, hiyo milango yote ninaifungua. Ninawafungulia maisha yao, ninawafungulia njia zao zote, ninawapatia kibali. Baba, wapate kibali chako, na wapate kibali cha dunia, na wapate kibali pia cha watu. Jambo lolote watakalolianzisha, iwe ni biashara, kwenye ndoa zao, kwenye familia zao, kwenye huduma zao, kutoka leo Jehova, wapate kibali. Kitu watakachoguza kwa mikono yao kiwe cha kubarikiwa. Mahali watakanyagisha nyao zao, Baba, wapate kumiliki. Mdomo wao uwe na nguvu wa kutagasa mamlaka yako. Na Jehova, kutoka siku hii ya leo, watoto wote wa nyumba hii ambao ni washirika katika nyumba hii, watoto wote uliowaleta chini yangu, hata wale wote walifukuswa, hata wale wote walichochoa kaondoka, wale wote waliambiwa ya kwamba hapa kuna ushida, hapa kuna umaskini, hapa kuna mateso, hapa kuna kitu, hapa kuna jambo fulani, wote ninawaregesha kwenye nyumba hii katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote walipo wakafunguliwe. Wale ambao walitaka kukuja lakini wakashindwa kukuja kwa sababu ya jambo moja ama lingine, wakumbuke kwa njia ya kipekee. Wafungue katika njia zao zote. Mtoto yoyote ambaye amekuja, amekuitanishwa na nyumba hii, ameitanishwa na madhabahu hii, Mungu wangu, Baba, nakuomba tu kumsaidie mahali popote alipo. Wale ambao ni wagonjwa ukawafungue. Wale ambao wanateseka katika mipango mbalimbali wakafunguliwe. Wale ambao wamepelekwa kwenye gereza za kiroho ambazo wameshindwa kutoka, Baba, nakuomba tu kuwafaidie. Wasaidie watoke. Wale ambao ni wagonjwa wanateseka kwenye nyumba zao kwa ajili ya uchawi uliorushwa kwao, hiyo uchawi wote nina ucancel katika jina la Yesu Kristo. Wakumbuke watoto hawa, na ukumbuke watoto wao, ukumbuke wazazi wao, ukumbuke kazi zao, mahali wamefanya kazi, mahali wanatoanga lishe yao. Baba, ninapafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Hizo kazi zao ninazificha, ibilisi hataziona. Miili ya watoto hawa naificha, ibilisi hataona. Huduma za hawa watoto nazificha, ibilisi hataziona. Maana leo wamesema wanataka kurudi kwako, na hakika wamerudi kwako, na wamesema hawatafanya dhambi hii tena, na wamekuomba. Maana katika kuishi dunia hii ni vigumu bila kufanya dhambi. Wanakuuliza mkono wako, wakae kwenye mkono wako wa kulia. Ndio wakienda kufanya jambo baya unawakumbusha na unawazuia. Unawazuia kabisa na washikilia mkono ndio uweze kutembea na wao. Hawa watoto Baba, wacha wakae kwenye mkono wako wa kulia, hata mimi nikae kwenye mkono wako wa kulia. Ndio wakati utakuwa ukipigania watu wako, unatupigania. Wakati utakuwa ukibariki watu wako, unatubariki. Wakati utakuwa ukiwezesha watu wako, Baba, unatuwezesha. Na kuomba tu msamaha. Na kuomba Baba, ukatushike mkono, ukatuongoze, ukatubariki.
Sisi si watu ambao wanafaa hata kusimama mbele yako, lakini kwa sababu wewe ni Mungu uliojawa na neema na rehema nyingi, Mungu tunasema ni asante. Asante kwa biashara zote za watu wote. Watoto wote ambao wanafanya biashara wakumbuke kwa njia ya kipekee. Wale ambao wamekuwa wakisukuma kufanya biashara mbalimbali katika nchi, wameenda mahali fulani fulani, wameenda maeneo tofauti tofauti wakitafuta mkono wako, wakumbuke. Remember them, Father. Remember, Father. Wako na biashara international. Kuna wale wanataka kusafiri kwenda katika pande za dunia, wanataka kwenda Uingereza, wanataka kwenda Marekani, wanataka kwenda Canada, lakini milango yao yote imekwama, na kuomba Jehova kutoka leo milango hiyo yote ikafunguke. Wengine wamelaaniwa na wazazi, wengine wamenenewa maneno magumu, maneno ya laana kutoka kwa wazazi wao. Hiyo maneno yote ninai-cancel katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamezuiliwa na njia za kiuganga na uchawi. Kazi wamekosa, hawapati kazi, biashara haifunguki, biashara haifanyi. Baba, kama hivi mvua inanyesha, pia kutoka leo mvua ya baraka inyeshe kwao. Wale milango yao ilikuwa imefungwa na ikafunguke. Wale ambao walikuwa wamezuiliwa, na kutoka leo chochote ambacho kilikuwa kimewazuia kiwawache. Na kuomba tu Jehova wakumbuke kwa njia ya kipekee, maana wewe ni Mungu mkubwa. Uliahidi Abrahamu ambaye ni baba yetu, ulimwahidi na ukamwambia kizazi chako hakitashindwa na maadui. Hawa watoto hawatashindwa na maadui. Ulisema hata kama tuipitie kwenye kivuli cha bonde la mauti, utakuwa pamoja na sisi. Ulisema you will never forsake leave nor forsake us, God. We are here because you know you have never and you will never forsake us nor leave us. You will walk with us to the success of our story. God, may you lift us. Tusaidie tuweze kuenda mbele. Kama vile ulivyomfungua macho ya Abrahamu walipokubali kumwacha Lutu. Hawa wamekubali kuacha malutu katika maisha yao. Hawa wamekubali kuacha malutu ambao walikuwa wamewaandama, matendo yao ambayo yaliitika kama malutu. Visanga vyao viliitika kama malutu. Wamekubali kuacha. Wamekubali kutenganishwa na malutu katika maisha yao. Mungu muumba wa mbingu na muumba wa dunia, na kuomba tu kama vile ulivyomwambia Abrahamu, afungue macho, atazame mahali macho yake inafika. Hivyo ndivyo baraka zake zinafika. Wafungue macho yao ya kiroho Baba, wakaona jinsi unavyowapenda. Wafungue macho yao ya kiroho waweze wakaona kweli umewapangia mazuri. Kweli wanamiliki kubwa ambayo inawaongojea. Walikuwa tu wanateseka kwenye vikundi mbalimbali. Walikuwa wanateseka kwa sababu walifikiria mahali wako ndio walistahili kukua. Lakini kutoka leo, kwa sababu umewafungua macho na umewafungua masikio yao ya kiroho na umewafungua nyoyo zao, wacha wakaone kule umepanga kuwapeleka. Wacha wakaone umbali wa ministry hii pale umefika. Na hii ministry Baba imekutendea maovu. Tumekuwa na watu hapa ambao wamefukuza watu. Tumekuwa na watu hapa ambao wamenajisi watu. Tumekuwa na watu hapa ambao wamedunga wengine visu. Kumekuwa na watu wengine hapa wamekuwa na hasira. Tumekuwa na wengine hapa ambao wamekuwa kazi yao ni kuroga na kufunga. Wote wamekukasirisha. Hata nyumba hii ikatiwa najisi. Kuna wengine walikuja kwenye madhabahu hii kupiga magoti yao ili kuroga wengine. Wengine walikuja kupiga magoti yao kwa ajili walikuwa nataka kufuga mtu, wakiitanishwa ndio aitanishwe na wao. Walikuja hapa wakafanya mambo mengine, walitumwa wakuja ndio wakamate madhabahu ndio wanishike nikuwe bwana yao. Lakini Mungu nakuuliza tu kutoka leo, na kuomba tu, maana wewe ni Mungu mwenye rehema. Hawa watoto walifanya dhambi ya kimadhabahu, lakini nakuomba jinsi Baba ulinimwagilia mafuta na ukaniambia chochote nitakacho kisema kupitia kwa mdomo yangu, chochote ambacho nitafunga kitafungika. Uliniambia hivyo. Na chochote ambacho nitafungua kitafunguliwa. Uliniambia hivyo. Baba, mimi ninasema hivi. Nataka kutumia kusema chochote ambacho kilitumika katika madhabahu hii kikachangia watoto hawa kulemazwa katika kazi yao, watoto hawa kulemazwa katika familia zao, watoto hawa kulemazwa kwenye biashara yao, hadi wakafikia kusema katika madhabahu hii wameteseka, katika madhabahu hii wamekosa kazi, katika madhabahu hii wamekosa pesa. Baba, kutoka leo ninakuomba tu na ninatangaza jinsi ulipatia mamlaka ya kubariki na ya kulaani. Ninabariki hawa watoto. Ninawafungua waende wafanye kazi zao. Ninawafungua wapate kibali. Na tena wasirejelee kufungua mdomo wao kusema mateso ambao wanayapata wakiwa kwenye madhabahu hii. Kama si wa madhabahu hii,
na walikuja tu wakitafuta muujiza, na huo muujiza umekosekana kwa sababu kuna mahali wanafaa kukua. Na kuomba Mungu tu uwapeleke mahali wanafaa kukua, wapeleke tu, na ninawafungua katika jina la Yesu Kristo. Wale wa kuenda mahali wanastahili kukua waende huko, na wale watoto ambao ni wa nyumba hii uwarudishe na uregeshe nyumba hii, na ulete wale wa kukule nje wapate viti na wapate nafasi ya kukaa kwenye nyumba hii, na waweze kukuabudu kwa haki, na waweze kukutafuta kwa haki, waweze kukaa kwenye mapenzi yako, na wakae kwenye njia zako. Kuna wengine walikuja hapa wakiwa na nia za kiuchawi, nia za kiusherati, nia za kimipango ambayo haieleweki. Hiyo mipango yote ninawang'oa kwao. Ninaing'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninaing'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninasambaratisha mipango yote ambayo walikuwa nayo. Wengine walitumwa na wengine wakajituma. Ninasambaratisha mipango yao yote. Ninasambaratisha kazi zao zote. Ninawachapa na upofu wasione chochote katika jina la Yesu Kristo. Ninawafanya tena wakuwe watakatifu. Hiyo nia waliokuwa kuja nayo ikaondoke. Ninawaweka nia yako, nia ya kutafuta ufalme wako, nia ya kutafuta mapenzi yako. Ninawaweka nia mpya, waweze kukaa kwenye mapenzi yako, waweze kukaa katika njia za kutafuta uwezo wako na mamlaka yako. Baba wa mbingu, uliumba mbingu na ukaumba dunia, ukaumba miti na wanyama na ndege za angani na wale samaki wa majini, ukaweza kutenganisha maji na ardhi, uliumba milima na ukaumba vitu vyote. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi, umekanyagisha nyayo zako hapa duniani, ukituchungulia kwa macho ya huruma ya mapenzi yako. Umetuweka kwenye mkono wako wa kulia, maana umetuahidi kutoka leo sisi ni watoto walio wasafi. Sisi ni watoto walionyooka kama pamba. Sisi ni watoto ambao sasa wako pamoja na wewe. Tutatembea na wewe, maana sasa tumeunganika pamoja na wewe. Tumekuwa rafiki yako, kama vile Enoko alivyokuwa, kama vile Abrahamu alivyokuwa, kama vile Yakobo alivyokuwa. Wote hawa mpaka Daudi walikuwa marafiki zako. Hata mimi na hawa watoto wako umenipatia. Wacha tukue marafiki zako. Tushike katika mkono wa kulia. Tushike kwenye mkono wa kulia. Baba, tushike kwenye mkono wa kulia. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. May God bless you. You may be seated now. You may be seated. I want to declare this, that God has heard your prayers. God has heard why He called you to this ministry. He called you with a purpose. He called you with a reason. You are not here by mistake. You are not here by just fluking. You are here because God wanted you to be here. Uko hapa kwa sababu Mungu alipenda na anakupenda, na kuna chakula chako hapa. Lakini yule ambaye ni mgeni alikuwa anapita kwa sababu moja au nyingine, na wewe si wa hapa. Nimeomba tu Mungu akusaidie kwenda kwenye mahali unastahili, ndio uweze kupata baraka. Maana ukikaa hapa hautapata baraka, maana hakuna sahani yako hapa. Yesu hakuwa mjinga. Wakati ule mama Msamaria alikuja akamwambia nipatie chakula, naye akamwambia namna gani? Si vema kukitoa chakula cha watoto ukakipatia mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia aliinsist kusema hata mbwa anakula makombo ambayo yanaanguka kutoka kwa meza ya nani? Ya wenyewe. Lakini sasa siwezi kukubali ukae hapa ukule makombo, maana wewe si mtu wa kukula makombo. Hallelujah. Ndio I normally set people free. Siwezi taka tukae na wewe hapa nikijua hakuna mahali unaenda. Hallelujah. Nikijua ni mihangaiko tu, utakuwa ukihangaika. Mtakuwa kiimba ile wimbo, ni mahangaiko na mahangaiko na shughuli. Unaona, hiyo mihangaiko itakufanya usahau Mungu. Maana you are not supposed to be here. Utakuwa na strife, utakuwa na mateso katika maisha yako, maana hakuna mlango wako utafunguka ukiwa hapa. And that is why nafikianga unakuta mtu amekutukana Mungu, unakuta mtu amesema hata huyo Mungu lazima wacha akae. Hallelujah. Because we don't understand priorities. We don't understand the reason why God has created us to be here. You don't understand the reason God called you to the ministry. And I'm praying to God that kila mtu ambaye hako hapa na ni mtoto wa hii nyumba, Mungu ampatie kazi ya kufanya. Hallelujah. Kila mtoto aliye kwenye hii nyumba apate
apate sehemu yake ya kufanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. That we work as tufanye kama ile dhuraku. Ni anti ama ni dhuraku? Zinaitagwa dhuraku ama zinaitagwa anti? Mudhwa ni anti. Tufanye kama, unajua they coordinate very well. Wanafanya kazi. Kuna wale wanachunga queen, kuna wale wanafanya kazi hapa, kuna wale wanajenga nyumba, kuna wale wanabeba wanaenda kutafuta chakula. Yaani kila department inakuja inafanyika. Naomba Mungu awapajalie, awapatie neema ya kuweza kujua kazi yako ni gani kwenye huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua saa hii mmerepent, saa hii mko clean, saa hii mko kabisa. Saa hii ndio tunaachilia declaration. Maana Yesu ndio ukiona sana ninaongea kwa sababu bigu imefunguka. This is the time you make declaration. Sasa saa hii ndio naambia Mungu, give me the direction of my life. Give me the responsibility. Why am I in this ministry? Give me something to do in this ministry. Give me something to do in the society. Give me something to do somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ndio una make declaration. Sasa hii ndio unatangaza misimamo. Unaambia Mungu, nipatie kazi ya kufanya. Nipatie, nionyeshe, maana kazi iko. Sasa ni akuonyeshe. Kazi yako ni kufagia, kazi yako ni kupaga, kazi yako ni kufanya hii, kazi yako. Na hiyo kazi uanze kuifanya. Usigoje waambie uifanye, uanze immediately kuifanya. Itakuwa ni kifunguo ya kufungua the next step. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that you want. Kama biashara yako is connected to this ministry, utaifungulia hapa. Na utaifungua na kufagia labda. Utaifungua na kupaga mikata mauga kama hii. Utaifungua na kwenda kusafisha ile choo. Utaifungua kufanya ka responsibility hata kama ni kadogo, because God is testing you. Bwana Yesu asifiwe sana. When God asked Abraham, akamwambia nenda kwa mlima Moria, upeleke mtoto wako yule wa kipekee, uende umtoe kama dhabihu. Mungu alikuwa na test Abraham, because Mungu alikuwa anajua, I want to give this man the whole world. I want to give this man akuwe baba wa nations. But before, wacha nimwangalie kitoto chake nione kama atanikatasa. Mimi nataka kumpatia mamilioni, because all of us, we are offspring of Abraham. Sasa Mungu huyu anafanya nini? Anataka kutesi. Alitaka kumpatia watoto hawa wote sisi tuko, lakini alikuja akamwambia leta hiko katoto kako uende uchije. Sasa alikuwa anataka, mimi nataka kumpatia the whole world, wacha nione kama ataninyima one baby, because that is how we are being tested. That is how we are tested by God. He will test you with a small responsibility, because he is planning to empower you, and it all depends. Ukipita hiyo mtihani, Mungu anakuinua, na atakuinua kwa makubwa, atakuinua kwa marefu, atakuinua kwa kishindo na kwa ushindi mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So try as much as possible kupita hako kamtihani kadogo. Hako kamutiani kadogo Mungu amekutest nako. Hako kakitu kadogo Mungu amekurushia. Hako kamfupa kadogo Mungu amekurushia. It is very important for you. It will prove to you one day, utakuja kusema, indeed my God liveth. Indeed this is the work of God. Ati kufika mahali nimefika sio kwa sababu yangu. Ati nilikuwa najaribu nakaa najikasa, nasikia kulala, najaribu kujikasa hivi, bado narara, najikaza tena narara. Oh my God. Yani uvumilia tu, usilale. Kodoa macho kodo. Baka wafadhali usikie iko na uchungu uko ndani. Ukivumilia tu ukijua, hii ndio siku yangu ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio siku yangu ya kufunguliwa. Hii ndio siku yangu ya kuinuliwa. Hii ndio siku yangu Mungu ananena kunihusu. It is not in vain. You are not here because of a mistake. Yuko hapa kwa sababu ya makosa. Uko hapa kwa sababu Mungu alitaka ukue hapa. Maana alitaka kuachilia maneno, na maneno haya yamefungua maisha yako. He has been able to unlock your destiny. He has been able to unlock your future. Your future now is bright. Ambia mwenzako, your future is bright. You have a very bright future. God will control you. God will manage you. God will guide you. God will make you succeed. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tusungumuziwe na Pastor Ian. Pastor Ian. Ameenda wapi? Do you have Pastor Ian in church? Yes? Pastor Ian, kuja tu chukua microphone kidogo. Kumbe unajijua? Kuja hapa. Yes. Kuja hapa tu pastor. Tupatie neno liko na nguvu. Black beard. Tulikuwa na wengine hapa walikuwa na madefu imefika hapa. Na wakanisomea Biblia wakaniambia ati
mtu mwenye amenyoa kama mimi ati hakuna kwenda biguni. Nitengeneze kwa hivi kai. Sasa nitakuwa aje? Chebito, niweke ndefu kama hizi kama Awolu mpaka tufuge na kitambaa hapa. Yes pastor, go ahead. Praise God. Sasa utafanya hivi ukimaliza kuwahubiria, sasa uite watu wa shuhuda. Mtu wako na ushuhuda. Sasa ushukani ni kwako mpaka ufuge. Na ukitaka kuitisha sadaka watu wako na pesa. Praise God. Praise God again. My name is Ian, for those who don't know me. First of all, I just want to thank the Almighty for giving us this opportunity to come today. If there's one thing I have learned in the past 1 year, is something called gratitude. Sometimes we go through so many challenges, but we forget that when you wake up, kuna wale walikuwa na kila kitu naombea lakini hawakuamka. Kuna ule alikuwa na pesa, maybe ulikuwa unataka pesa. Kuna mwingine alikuwa na pesa but by one reason or the other hakuweza kuona leo. But we are grateful that we woke up, your hands are working, you can stretch, you can walk, you can dance, you can do all the other things. Na nili realize sometimes our blessings are blocked because of lack of gratitude. So let us learn to be thankful to God for every small thing. Another thing I've learned, and I think Apostles talked about today, is something called dedication and rededication. Sometimes it's good when you dedicate something, after some time you rededicate it again. Because kitu moja tunafaa kujua, shetani akiona umeeka kitu kwa madhabahu, si eti ata walk away. Hiyo vita itarudi tu, atajaribu kufind a way ya kuipiga na kuipiga na kuipiga. So let us stand in faith, let us pray for one another and be blessed. So since nimeambiwa ni saa testimony, sijui nitaanza na Agnes. Clouds TV, empowering Nani lives. angependa kutupea testimony? Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.